Bethel Clouds TV, empowering lives. Finances, we are praying that, Lord, you may help us how to trade. We are praying that, Lord, you may give us ideas of how, Lord, tunaweza imarisha biashara katika jina la Yesu Kristo. Tunaombea the investors of Kenya, Bwana ambao umeinua juu sana, ambao Bwana wako na connection, oh Lord, we are committing them into able hands tonight. We are praying that, Lord, you may bless them, oh God. We are praying that, Lord, you may take back to our nation in the mighty name of Jesus Christ. Tunaombea kazi ya mikono yao Bwana, ukaweza kuimarisha. Tunaomba Bwana ukatawale, ukatamalaki juu yao. Bariki kazi ya mikono yao Mfalme, bariki kazi ya mikono ya watu wako Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Unatawala Bwana, unatamalaki Mfalme. Us as a nation, Lord, we are in a great debt, and we are praying that, Lord, you may come and help us to redeem ourselves, and we are praying that, Lord, you may come and set us free, and we are praying that, Lord, you may come and give us liberty in the mighty name of Jesus Christ. Jehovah, tunakuhitaji Bwana, tunakuhitaji kukuona katika jina la Yesu Kristo. Saa zingine we don't have an accurate idea of how we can do it, oh Lord, for us to raise our shilling, but you, God, you have great and a better idea. We are praying, Jehovah, that you may intervene katika jina la Yesu Kristo. Our neighboring country, they need us. We need to trade with them, oh Lord, and so we are praying, Jehovah, for your intervention in the mighty name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo, tunaomba Bwana ukaweze kutawale. Tunaomba Bwana ukaweza kutamalaki. Bariki kazi ya mikono yetu Mfalme. Bwana, bariki kazi ya mikono yetu. As a Christian, so Lord, imarisha kazi ya mikono yetu. Tunakataa Bwana ya kwamba kwa mlima wa biashara, it is other religions ambao Bwana watakuwa wanatutawala, ambao watakuwa wanatuajiri, ambao Bwana watakuwa wanaongoza. Tunachukua ushukani usiku wa leo. Tawala Bwana, tamalaki katika jina la Yesu Kristo. And we honor you. We say thank you. Glory and honor be back unto you. Thank you, Jesus. In the mighty name of Jesus Christ, we do pray and believe. Bwana Yesu asifiwe. I would want us to pray for the mountain of a religion. You know, in the mountain of religion, there are so many religions ambazo zinatawala. Bwana Yesu asifiwe. Tuko na Muslims, tuko na Hindus, tuko na whatever, zingine hata sijui majina yake. Bwana Yesu asifiwe. Na zote zinatakanga kutawala na kutamalaki. Bwana Yesu asifiwe. Na so ningeomba tukaombea the mountain of religion, ambapo us as a Christian, as a religion of Christianity, that we may conquer. Bwana Yesu asifiwe. Ambapo sisi kama Christians, ya kwamba kutakuwa na difference between us and other religions. Ya kwamba between us, in us, ya kwamba the religion ya kweli itaonekana. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba the religion ya kweli itajipigania. Bwana Yesu asifiwe. You know, in the mountain of religion, ambapo unapata ya kwamba kuna inside the religion of Christianity, kunazo religion. What am I trying to say? Inside the religion of Christianity,
utapata ya kwamba kuna wao Christians that they are not honest, ya kwamba si wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. There is this something, yes, I will say it because I know and I am witness it is not true. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa unapata ya kwamba shetani ameingia kwa mountain of religion, akaingia kwa religion ya Christianity, akajifananisha, anafanya vituko, alafu akifanya vituko Christianity inagongwa. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba kunasemekana ni wa Kristo ili hali si wa Kristo wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. There is this time ambapo I was very frustrated and I felt like I don't need to go to the house of the Lord because I know God, He knows my door. If He is in need of me, He will locate me. Bwana Yesu asifiwe. On the street of online, I met with this friend. Her name was Jasmine. Bwana Yesu asifiwe. Na ya kwamba Jasmine, she was a missionary. And when we met, we were very happy. When we introduced each other, nikimwambia I am born again, I love Christ. And she was very happy telling me ya kwamba ameokoka pia yeye, and she's a full-time Christian worker, ama ako kwa ministry full-time. Bwana Yesu asifiwe. And so she was like, Mary, will you like to become a missionary? And I told her, yes, nitataka. Bwana Yesu asifiwe. Na ambapo we became so good friends. Na kaniintroducea rafiki yake anaitwa Mary. Walikuwa from Germany. Bwana Yesu asifiwe. Na ambapo mimi na mapenzi ama na mafikira zangu, I was like, oh wow, when I become a missionary, hata kuna nafasi yangu ya kwenda Germany. Bwana Yesu asifiwe. And we continue to pray together. And every time she will tell me, let me read for you a scripture. Bwana Yesu asifiwe. And I will tell her, read it. Na atasoma. Na nikisikiza kweli ninasikia ni Biblia. Bwana Yesu asifiwe. But until one day she told me, Mary, I want to send you via PDF our beliefs and our church. Bwana Yesu asifiwe. And then she told me that her church, it is called the Christian Church of Latter Days. Bwana Yesu asifiwe. The Latter Day Saints. Oh, iko mpaka na saints. Aha. And she told me that is their church. Na kanitumia via PDF their beliefs of how they do that missionary work na nini. But when I read it, nikakuwa na twashishi. And I started researching about it. Akaniambia, wow, they don't read the Bible, they read the Book of Mormon. Bwana Yesu asifiwe. And then I was like, oh wow, so we will not. And so she was trying to make me understand that, Mary, the Book of Mormon has no problem. It goes hand in hand. She used to tell me that. It goes hand in hand with the Bible. Bwana Yesu asifiwe. Until one day I started researching about this Mormon. And I Googled and I searched about the founder of this Christian Church of Latter Days. And I found out that the founder of this church, he was an Illuminati. And he intended that everyone will become Illuminati. And because he could not do that by himself, he divided himself between, I could divide that church between Jehovah's Witness and the Christian Church of Latter Days. Bwana Yesu asifiwe. And I was so shocked. And I was like, Jasmine, I think you're in the wrong place. And she was like, no, I'm very much correct, in the correct path. And I believe that the Book of Mormon goes hand in hand with the Bible. And it is true when she reads. Inaendana kabisa na Biblia. Bwana Yesu asifiwe. And it reached to a point we disagreed. Na hata wakaniintroducea rafiki wao mwingine, sikutaka kujua jina. But I lost my interest in them. Bwana Yesu asifiwe. And I told her, I cannot continue fellowshipping with you. Because hata kama Joseph Smith alitoka, still ambao waliendeleza, divide into two. Kuna wao ambao walisema waendeleza na wengine wakakatoka. Bwana Yesu asifiwe. But I was trying to tell her, can you redeem yourself? And she was like, I'm full time. Bwana Yesu asifiwe. And it reached to a point she told me, Mary, I think you are a giant in Christian. May Christ help you. And that's how we parted ways. Bwana Yesu asifiwe. And then I remember there is this time of late, I met with another friend of mine, and he was wearing
shirts printed the Book of Mormon, and I called him. Nikamuuliza, je, unajua ni nini hii unavanga? And he told me, yes, I myself am the one who prints them. Nikamuuliza, do you know what it means to be in Mormon, to be a Mormon? Na kaniambia, kanisomea Biblia na nini na nini. Na mimi nikamwambia what I know about the Mormon people. Bwana Yesu asifiwe. And I remember one day he came very, very early. Actually, he was working here. And he told me, Mary, I was waiting for you yesterday, but you didn't came. Nikamuuliza, ulikuwa unataka aje? Akaniambia, there is something that I wanted to tell you. I want to tell you that in my church, right now, they are building up a very big temple that it is in Kangemi hapo juu panaitwa aje? Mountain View, yes. He told me that they are building a place in Mountain View, a temple of resurrecting the spirits of the gone, of watu wenye wali left, wenye walikufa kitambo. And I was like, are you still comfortable in Mormon? And so hapo kwa hiyo harakati ya kumuhubiria na kujaribu kumtoa, I don't know where that boy went. And I am praying that may the Lord come through for him. Bwana Yesu asifiwe. And this church, it is in the mountain of religion of Christianity. Bwana Yesu asifiwe. Ambapo wataenda kutoa watu kafara huko kwa hiyo temple. What will itasemekana aje? Wakristo ndio wanafanya nini? Wanatoa na kafara. Manake wamejifananisha. Bwana Yesu asifiwe. The mountain of religion, it is very critical. And it is very sensitive. Because when people, they will get tired. Ambapo watu watachoka na mlima wa familia, it is not working. Ambapo parents, they will be tired about their children. Ambapo the businesses, they shall not be doing. Watu watakuwa wanasuffer because of high economy. They shall run to that spiritual being which sits upon the mountain of religion, which is either God that we serve ama other gods. Bwana Yesu asifiwe. And so what is the devil doing? Shetani amepanda manipulation hapo juu. Bwana Yesu asifiwe. People are manipulated. People, they don't know the truth. People are being, unapata watu ni kama hawajielewi. Ndiposa unapata mtu, nothing is working, amekimbia kwa kanisa. Haoni Mungu wake, anaanza kusema mimi ni Mungu, nashukuru Mungu wa waboi sana. Because he was manipulated. I come here manipulate you that it is only my God who can listen to you. That it is only my God who is righteous. It is only me who can present you to my God. And people fall to the traps. Bwana Yesu asifiwe. And people are being manipulated on the mountain of religion out of frustrations. When other mountains corrupt the mind of the people and people run it to God, wanapata shetani amekalia hapo juu na wadanganya. Bwana Yesu asifiwe. So we are here to pray. Bwana Yesu asifiwe. To pray for the mountain of religion, to pray for the body of Christ. Bwana Yesu asifiwe. Nilikwambia ya kwamba tonight we are the one who is standing on the gap. Praise the Lord. Because of the church which is in India. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu mahali China haizi soma Biblia. Bwana Yesu asifiwe. I can see my time is running out. Tuombe na kanisa. Bwana Yesu asifiwe. So that people can know the truth. Bwana Yesu asifiwe. Also, I can say have like 5 minutes. Ningependa pia we pray for the mountain of media and for the mountain of entertainment. Wacha tushikanishe hizo zote. Ya kwamba in the mountain of media, we Christians, and the Holy Spirit was making me to understand of how we have become ignorant. Bwana Yesu asifiwe. As we are Christians who does not watch over news. Bwana Yesu asifiwe. Ambapo news tumeziachia goons. Bwana Yesu asifiwe. And I was telling these guys, I don't know whether there is this time that you saw, ya kwamba there is one police ambapo ameripotia amejiua. And after few days, 2 more.
3 more. Bwana Yesu asifiwe. Why? Because as Christian we didn't watch over news. Na ambapo tuliwatch tukaanza kusema polisi wamekuwa na mambo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna polisi mwingine aliona mahali akaingiwa na hiyo roho akaendeleza. Bwana Yesu asifiwe. You find out maybe it is a school ambapo tukaona kwa news shule moja imechomwa Kisumu. Hakuna Mkristo aliwatch news. Hakuna Mkristo aliomba. Kuna some students who were just idle and the devil took over them and he told them, hey, can you watch over that? That's how they did it. Media inawapatia information of how to ban another one. Bwana Yesu asifiwe. So today unasikia kumetangazwa hii imechomwa, kesho ile imechomwa, kesho ile imechomwa. Bwana Yesu asifiwe. Because us as Christians we are not tumekataa kukuona that information. Bwana Yesu asifiwe. We are done away with the mountain of media. Praise the Lord. And you'll find out. And I was telling these people, even right now, I don't know whether it is 2 years ago, ambapo in Netflix, niliwaambia ni movie gani ni gani imebaniwa? Prison Break. Praise the Lord. Ikabaniwa Netflix. Why? Sababu ambao walikuwa wana watch Prison Break, wakiingia prison, wakiwatch hiyo, hata wakiingia prison, they have idea of how to break the prison. Bwana Yesu asifiwe. Because they got an idea. Where I as a Christian, I'm like, I don't have to. Whereas sisi tunge watch na tuombe against. Praise the Lord. Unapata that we don't have an idea. Praise the Lord. Like I don't know that movie, it is maybe 1 year. Terminator. Bwana Yesu asifiwe. Terminator, it's about robots. It's about how robots will come and they will take over and they will be doing everything. Bwana Yesu asifiwe. Ambapo sisi kama Wakristo hakuna mtu aliwatch Terminator. Hata saizi I don't know imefika season what. Praise the Lord. Na saizi kuna huyo tajiri wa dunia. Bwana Yesu asifiwe. Ame-invent a robotic wife. So if you're not married Bwana Yesu asifiwe. Sasa Berita, kama hauna mtu, kuna robotic wife, there is chances ya kwamba nafasi yako ichukuliwe. Bwana Yesu asifiwe. May God forbid. Nilikuwa nasikia zitafika Kenya hivi karibuni. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba those are the things that are happening in the mountain of media. Huyo tajiri when huyo is it Schwarzenegger kianza kuact hiyo Terminator, this guy didn't had an idea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini maybe after 2-3 years amekuja na an idea ya kwamba anaweza tengeneza a robotic wife. He saw it somewhere. As Christians we didn't watch. Na hata kama tuliwatch kama mimi, we never prayed. We ignored. Bwana Yesu asifiwe. And so unapata ya kwamba we are being overtaken by the things that we are ignoring, that are being influenced by the mountain of media. Bwana Yesu asifiwe. And unapata kwenye mountain of entertainment, the things that are being called by our children, by our brothers and sisters as an entertainment, ni wickedness of the devil. Bwana Yesu asifiwe. Unapata in the mountain of entertainment, what we call entertainment, ya kwamba ni our sons and our brothers catwalking like women with rings na anapaka lip gloss. Bwana Yesu asifiwe. The next thing that you hear, ameolewa na ni he's a man. Bwana Yesu asifiwe. Because it is on the mountain of entertainment. What is being called entertainment? It is pure wickedness. It is pure evil. And we are watching as Christians. Bwana Yesu asifiwe. And so we have to rise so that we can command and say and speak against every principality that has been reigning on this mountain to just trash us down, to put us down. We come against them. Tuzikanyagia, tuseme ya kwamba ni Mungu wetu atakaye tawala kwa haya milima. Bwana Yesu asifiwe. When we keep quiet, ya kwamba shetani achukue tu one mountain,
atawale tu kwenye mlima wa biashara, we are done. Tukimwachilia atawale kwenye mountain of media, we are done. Tukimwachilia atawale kwenye mountain of family, we are done. Bwana Yesu asifiwe. We have to pray. And so we can stand up so that we can hand over. And we will start by praying the mountain. Tunaombea mlima wa entertainment, mlima wa media, na mlima wa religion. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo kwa mlima wa religion, ningependa tukaingiza synagogue ndani, tukaombea synagogue. We pray for the minister of God. We pray for the apostle. We pray for the fellowshippers. We pray for the workers. We pray for the members. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe. Can we stand on our feet and we start praying? Father, we come before you. We honor you, Jesus, tonight. We glorify your name. We say that you are mighty, that you are awesome. Glory and honor be back unto you tonight. Tunakuabudu mfalme, tunalinua jina lako, tunasema wewe ni mwema, hakuna kama wewe Bwana. Jina lako litukuke juu sana kwa mlima wa religion. We are praying Jehovah because of the body of Christ. We are praying Jehovah because of today's child. We are praying that Lord you may reign. We are praying that Lord you may take over in the mighty name of Jesus Christ. Bwana tunasongea miguuni pako, tukipeana kanisa yako mikononi mwako. Tunaomba Bwana ukatawale. Tunaomba Bwana ukachukua ushukani. Tunaomba Bwana ukatawale, katamalaki Bwana juu ya nyumba yako katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba Bwana ukajidhihirisha katika jina la Yesu Kristo. We are praying that Lord you may bring difference, oh Lord, between a true church, oh Lord. In the mighty name of Jesus Christ. Tawala Bwana juu ya mlima wa religion katika jina la Yesu Kristo. Tunaharibu kazi zote za shetani, tunaharibu mfalme every church Jehovah ambayo it is an imposter, ambayo Bwana imewekwa hapo na shetani ili kuharibu kazi yako Bwana. Tunakuomba Bwana ukakumbuke the great work that you did on the cross because of the church. We are praying that Lord you may open the eyes of your people, that Lord they may see. We are praying that you may open their ears, that Lord they may listen. We are praying for their spirits, that Lord they may have a discernment spirit in the mighty name of Jesus Christ, to know the true sheep, and to know the true shepherd. In the mighty name of Jesus Christ. Father, we come before you. We are praying for synagogue, oh Lord. Tunakushukuru Bwana mahali umetufikisha. Pokea sifa, heshima na utukufu Bwana. Asante ubali huwe ni Ebeneza. Umepigana vita vyetu kutufikisha hapa. Pokea sifa, heshima na utukufu. Tunakualika Bwana, uje ututawale kila siku, uje ututawale kila saa katika jina la Yesu Kristo. Tunakabidhi Bwana mtumishi wa hii nyumba Ndura Waruinge mikononi mwako Bwana. Tunamwombea nguvu, tunamwombea kibali, tunamwombea neema, tunamwombea uwepo wako katika jina la Yesu Kristo. Tunatangaza ya kwamba Bwana utampa ushindi vita vyake vyote mfalme. Utapigana Bwana na kumpatia ushindi katika jina la Yesu Kristo. Tunapeana mfalme, tunakabidhi Jehova wanarika wa hii nyumba, watawale mfalme, wafikishie neema na fadhili zako. Tunatangaza ya kwamba hakuna atakayepotea katika jina la Yesu Kristo. We are praying for the ways of righteousness upon them. We are praying for the clothing of holiness in the mighty name of Jesus Christ. Bwana tunaomba ukawatembelea, wapanulie mipaka yao Bwana, wafikishie neema na fadhili zako katika jina la Yesu Kristo. Kumbuka wazee, kumbuka wa mama Bwana, kumbuka watoto wa hii nyumba, kumbuka wageni wote Bwana, kumbuka the fellowshippers, oh our God. May you reign upon us, oh God. We are praying Jehovah for the love of God to reign upon us, Almighty God. We are praying that you may bind us with love in the mighty name of Jesus Christ, so that we can conquer the world. In the mighty name of Jesus Christ. Tunakuja mbele zako Bwana. Tunakabidhi mlima wa media, tunakabidhi mlima wa entertainment mkononi mwako. Tunaomba Bwana ukatawala na ukatamalaki. Tunatangaza ya kwamba whatever it has been called entertainment
ya Bwana ni Yesu, Bwana na the culture of Jesus Christ, ambayo itaitwa entertainment. Watoto wetu hawatapotelea kwa entertainment za dunia. Ndugu zetu hawatapotea kwa entertainment za dunia, katika jina la Yesu Kristo. In the mountain of media, Lord, you shall reign, Lord, you shall prevail, Lord, you shall take over in the mighty name of Jesus Christ. Whatever influence ambayo itatoka kwa media itakuwa the positive one in the mighty name of Jesus Christ. Tunakuabudu Bwana, tunakushukuru, tunakuinua. Tunasema wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu. Hakuna kama wewe Bwana. Unatawala Yesu, unatamalaki. We bless your name, oh God. And we adore you, Jesus. We thank you, Lord, and we exalt you. We say thank you. Thank you for listening unto us. And thank you for your presence. We glorify your name. And it is in the mighty name of Jesus Christ we do pray and believe. Amen. Amen. Ningependa kumkaribisha Hallelujah. Ametoka. Ni sawa sawa tu. Ningependa kumkaribisha Minister Karanja. Samahani sana nimechukua dakika zako kadhaa. Thank you. Karibu. Amen. Thank you. Tupigie Bwana makofi mazuri. Hallelujah. Hiyo makofi haitoshi Mungu. Hallelujah. Bado hiyo haitoshi Bwana Yesu. Hallelujah. Amen. Thank you Sister Mary for leading us in such a wonderful prayer. Bwana asifiwe. And I thank God because hii altar sasa imeda level ingine. Tutaelekea maombi ya level hiyo in Jesus name. Naomba usimame katika miguu yako katika jina la Yesu. Hallelujah. Stand for a minute. I just want us to worship God with one song. Amen. Na pia nakuomba ya kwamba sasa tukakuje viti za mbele. Hallelujah. Amen. Amen. Utapata nafasi nyingine ya kwenda nyuma, but for now let us just occupy the front seats in Jesus name. Hallelujah. Tunapoomba our team to give us one number, we worship the Lord. Hallelujah. Jitia nguvu. Amen. Amen. Naomba kama kwa dakika hii, naomba kama uko na nguo nyingi upunguze. Tunaenda kusifu Bwana na kuabudu. Hallelujah. Jiachilie bara za Bwana. Be free in Jesus name. Give us a song. Hallelujah. Tunapoomba asikia, anajibu. Tunapoomba asikia maombi yetu. Tunapoomba asikia, anajibu. Tunapoomba asikia maombi yetu. Tunapoomba asikia, anajibu. Tunapoomba asikia maombi yetu. Tunapoomba
Bwana, pia Bwana umejipeana kwake asubuhi ya leo, usiku wa leo. Mwambie umejipeana, surrender to him. Hallelujah. Musa akaambia Mungu hivyo, wana Israeli ya kwamba Mungu awaongoze. Usiku wa leo kuna kitu Mungu anaenda kufanya katika maisha yako. Kuna kitu Mungu anaenda kufanya. Jipeane mbele za Bwana. Hallelujah. Father, we thank you for you are just about to do a new thing in our midst. We surrender to you. We speak the power of the blood of Jesus. We speak the power of the blood of Jesus. I speak the power of the blood of Jesus. And the breakthrough of the Holy Spirit and the mighty presence of God. Ndio maana tunaomba ya kwamba tunaomba uwepo wako uende nasi. Kama hutaenda nasi Bwana, hatutaendelea. Lakini tunakushukuru kwa maana ni ahadi yako ya kwamba wherever 2 or 3 are assembled in your name, you shall be together with them. And right now we know that you are together with us. Holy Spirit of God, take over, even as you enable us to go to a higher level of prayer. In Jesus' name we pray, amen. Pitia Bwana makofi mazuri, hallelujah. Amen, amen, amen. Sijui kwa nini hatukuchukua line ya kwanza. Kuna sababu tunasema tukae line ya kwanza. There's always a reason. Pande yote haina mtu. Hallelujah. Hata line ya kwanza bado haijajaa na naona hata kuna wengine wako ya tatu. Hallelujah. Bwana sana. Hata hawa isipokuwa the keyboardist, please naomba pia tukae pande hii. Father, in Jesus' name. When we need you for worship, we shall get you back there in Jesus' name. Tupigie Bwana makofi na unisaidie kuleta mtu kiti ya mbele kwa kumsalimia. Hallelujah. Msalimie, mpatie smile, mwambie situsonge mbele tafadhali, si tunaambiwa. In Jesus' name. Salimia mtu, mwambie mkuje kiti. Kama kuna kiti iko mbele haina mtu. Hallelujah. You can even hata hapa kuna nafasi. In Jesus' name. Hallelujah. Wagapo kwa tayari kuomba. Amen. This is our week of prayer. Hatujaomba. Thank you Mary for reading us wonderfully. Hallelujah. We thank God because those are the levels and the issues that the church is out to pray. Hebu niwaambia kwamba tusigoje serikali ibadilishe nchi. Hallelujah. Nchi iko mikononi mwa kanisa. It's only the church. Hallelujah. Ndio maana maandiko yanasema ya kwamba ni sisi tu tumepewa ufunguo wa kufunga na kufungua. In Jesus' name. Hallelujah. Umesalimia mtu lakini kama uko karibu, kama ni ndugu kwa ndugu, just hug that brother. Kama ni sister kwa sister, just hug her. Spread the love of Jesus. Amen. Give somebody some love. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Give somebody some love. Hallelujah. Even put a smile. Labda hajapoa smile tangu asubuhi. Appreciate somebody. Hallelujah. Mwambie anapendeza, mwambie kopoa na umtabirie kile kitu unaona anahitaji even before you continue. Mtabirie ile kitu unaona anahitaji in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Yes, like that. Amen. Amen. It's good in Jesus' name. Na kama fanya hivyo, nataka tukae chini dakika kidogo. Amen. Kuna kitu nataka kuzungumzia ambapo tutakifanya our prayer item tonight. Bwana asifiwe. And ni kitu ambacho I believe by the Spirit of God kitafungua macho na utaelewa spiritual warfare. Bwana asifiwe. There's something we call spiritual warfare. You have been embarking on prayer, but you have to go to another effort called spiritual warfare in Jesus' name. Nataka kuzungumzia kitu ambapo kinaitwa the Judas of the night. Abia mwenzako the Judas of the night. Judas ni yule tu tunajua. But do you know that Judas accomplished his mission at night? Hallelujah. Tell your neighbor, there are some Judases of the night that we must deal with today. Yes, it will be a continuation ya ujumbe about tulisema hapa about the mystery of the midnight. Siri ya vita usiku wa manane. Hallelujah. Tulikuwa na wakati mzuri na kuna watu ambao walifunguliwa, lakini leo hii kuna kitu tutazungumza for a few minutes, alafu baadaye tutakifanya prayer item. Bwana asifiwe sana. Nataka kuzungumza kitu ninaita the Judas of the night. Juda wa usiku kwa Kiswahili. Or rather, kwa maneno mengine, the spirit of Judas and the spirit of the night. Kuna roho ya usiku na kuna roho ya Judas. Bwana asifiwe. Na kabla ya hilo jambo, nataka nikaweke msingi mzuri kwa kusoma neno la Mungu. Hallelujah. Na kama kuna ujumbe ningeomba usipate kulala hata dakika moja ni huu.
kile utasikia leo na kukifahamu kinaweza badilisha your spiritual life forever in Jesus mighty name. Bwana asifiwe. Hata afadhali unisaidie ukiona analala umtigize mpaka amke. Hata afadhali utoe kabuti. Haleluya. Maana inaongea kuhusu hatari ya kulala. Ambia mwenzako hatari ya kulala. Bwana asifiwe sana. Hatari ya ambia huyo mwingine hatari ya kulala. There is danger in sleeping. Bwana asifiwe sana. Tuende katika kitabu cha Mathayo 26. Kitabu cha Mathayo 26. Yes. Hallelujah. Matthew 26. Tutasoma kuanzia 31. Hallelujah. Matthew 26. Tutasoma kuanzia 31. Is it? Yes. Are we there? Hallelujah. Nikisema are you there, kama uko afadhali unisaidie kusema amina. Hallelujah. Matthew 26 from verse 31. Hallelujah. From verse 31. Amen. What is some pane? On the way, are you there by the way? Let me say some mkono kama tuko Matthew 31. I want us to read together. Thank you very much. Bwana asifiwe sana. Matthew 26:31 inasema, hallelujah. On the way, Jesus told them, tonight. Somebody say tonight. Trying kusema usiku wa leo. Hallelujah. There are some things that will happen at night if you are not aware. Yesu kapooni akawaambia tonight, hallelujah, all of you will desert me. For the scripture say, God will strike the shepherd, and the sheep of the flock will be scattered. But after I have been raised from the dead, I will go ahead of you to Galilee to meet you there. 33. Peter declared, even if everyone else deserts you, I will never desert you. Jesus replied, I tell you the truth, Peter, this very night, before the rooster crows, you will deny 3 times that you even don't know me. Peter insisted, even if I have to die with you, I will never deny you. All the other disciples found the same. Verse number 36. Then Jesus went with them to the olive grove called Gethsemane, and he said, sit here while I go over there to pray. He took Peter and Zebedee's 2 sons, James and John, and he became anguished and distressed and told them, my soul is crushed with grief to the point of death. Stay here and keep watch with me. Verse number 39. He went a little further and bowed his face to the ground, praying, my Father, if it's possible, let this cup of suffering be taken from me. Yet I want your will to be done, not mine. Then he returned to the disciples, and he found them asleep. Then Peter said, couldn't you watch with me even 1 hour? Keep watch and pray that you will not give in to temptation. For the spirit is willing, but the body is weak. 42. Then Jesus, hallelujah. Yes, I'm almost there. Then Jesus left them a second time and prayed, my Father, if this cup cannot be taken unless I drink it, let your will be done. When he returned to them again, he found them sleeping, for they couldn't keep their eyes open. Bwana Yesu asifiwe sana. So he went to pray at that time, saying the same thing again. Then he came to the disciples and said, go ahead. Now look at the change of language. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Alikuwa amewaambia kwamba usiku huo. Hallelujah. Wengi watamkana na watambetray. There are some things I've said that we call the Judas of the night. Na akawaambia ilikuwa already ni usiku kama vile tuko hapa. Na tunaona ya kwamba akapeleka wale at least walikuwa waobaji kuliko wengine. Bwana asifiwe sana. Abie mwenzako nafikiria wewe tuko nawe ndiye muobaji. Hebu mwambie ukimwangalia, nafikiri wewe ndiye muobaji. At least hatutalala. Bwana asifiwe. Akangana nao mara 3. Musilale. Sasa hebu tuone vile anasema verse number 42. Verse 45. Then he came to the disciples and said, I don't know your first one inatumia language gani, but mine is a New Living Translation. Anatumia a language of irony or satire. Anasema, go ahead and sleep. Have your rest. But look,
the time has come. The Son of Man is betrayed in the hands of man. Oh, sorry, let me read again, verse number 45. Then he came to the disciples and said, go ahead and sleep. Yeye kama kuambia nyinyi laleni tu, si mmesidwa kuamka, basi laleni lakini mjue. Haleluya. Abia mwenzako, wewe lala tu kama huombi. Lakini ujue unaweza kuwa betrayed. Bwana sio sana. Mwambie wewe lala tu, lakini baraka yako inaweza badilishwa. Yaani kama huwezi wewe lala tu. Bwana sifiwe sana. That's 45. Hebu fikiria anawaambiaje? Anasema go ahead and sleep. Have your rest. Wewe pumzika tu. But look, the time has come. The Son of Man is betrayed into the hand of sinners. Verse number 46. Up, let us go. Look, my betrayer is here. Hallelujah. Na kuna kitu moja nataka uone. Yesu alipowapatia warning aliwaambia laleni tu lakini angalieni. The betrayer is coming. Bwana asifiwe. Ambia mwenzako kuna Judas wa usiku. Na anahuja usipoomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo nataka tuangalie kitu kinaitwa the Judas of the night. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nikwambie kitu moja. Hallelujah. Kile kitu nataka kukuambia ni kwamba ya kwamba kuna mambo ambayo yanaweza kufanyika usiku peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba ya kwamba usiku wa leo Mungu atukufungue macho ya kwamba masaa haya kila siku ya maisha yako utakuwa unaomba. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nikuzungumzie kitu inaitwa the spirit of the night. What is the spirit of the night? Or what is the meaning of the spirit of Judas? Maana anaongea kuhusu the spirit of Judas na vile the spirit of Judas na the spirit of the night zinaoana zinakuwa kitu kimoja. Bwana asifiwe. Vile the spirit of Judas na the spirit of the night zinaoana zinakuwa kitu kimoja. Haleluya. Na tutaona kwa nini ikawa. Wacha niwakarimbie ndio yule analala ukinisaidia na mimi nimuamshe. Haleluya. Kuna roho inaitwa the spirit of the night na kuna roho inaitwa the spirit of Judas. Na ni maroho mawili ama ni maroho mbili. Haleluya. Kichwa itize. Na haya maroho mawili ama mbili for that matter. Kuna vile zinaoana ndio jukumu lake likaweze kutendeka. Haleluya. Yesu akajaribu kungangana na wanafunzi kuambia simuombe angalau tusianguke kwenye majaribu. Anawaambia mara ya pili simuombe ama tusianguke katika majaribu. Akaona wanaendelea kungangana kuambiwa siombe, lakini macho yao yanaendelea kuwa mazito kama vile naona ya wengine hapa imeanza kuwa mazito. Lakini fatwa kuambia basi laleni tu lakini mwenye kunibetray anakuja. Hallelujah. Kumaanisha kwamba there are some things that will not happen if you are not asleep. Wale tulikuwa hapa tukasema ya kwamba hata Yesu akatoa mfano mwingine akasema ya kwamba naye mpanzi alikuja akapanda mbegu mzuri lakini usiku alipolala. Hallelujah. Usiku alifanya nini? Walipolala. Yule muovu akakuja usiku akapanda mbegu baya. Na ikapandwa na hakujua. Maandiko yanasema ya kwamba walipoamka baada ya siku kadhaa ndio akaria rais ya kwamba kuna mbegu zimepandwa. Can I tell you today there are some things that happen in your life na zilipandwa usiku. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu guza mwenzako mwambie the Judas of the night. Mwambie kwa Kiswahili Juda wa usiku. Habia mwingine kwa lugha yako Judas wotuko. Hallelujah. Hebu tukaone characteristics of the spirit of Judas. Every spirit have got its characteristic. Bwana asifiwe. Nataka unisaidie tukapenye hili neno. Abe mwenzako characteristics of the spirit of the night or the spirit of Judas. And I believe after knowing this, you shall never allow your spirit, this spirit to take you over forever. Hallelujah. Now, when I talk about the Judas of the night, even before I talk about the characteristics, nataka ukaone ya kwamba
tukaona kitu moja katika these two words. Two words stand out, Judas and night. Nimesema ya kwamba roho wa Juda na roho wa usiku. Hata tukaone meaning ya Judas na meaning ya usiku. Abia mwenzako meaning ya Judas na meaning ya usiku. Na kabla tuone meaning hiyo majina mawili, hata kila jina liko na maana. Hata yako iko na maana. Hallelujah. How many people here know the meaning of their name? What's the meaning of your name? Lord, what does it mean? Alos. Hallelujah. Alos. And what's alos for that matter? It's a rose flower. Does a flower live for long? Then why be called a rose? Yeah, I'm coming there. I'm not criticizing. I just want to see how we carry some names. Wakapo anajua why Job, hata kama alijua Mungu sana, alikuwa persecuted. How many know the meaning of them? Judas was persecuted because of one thing. Amen. The name Judas, Job, thank you. The name Job means the persecuted one, or the one that cries. Bwana Yesu asifiwe sana. The persecuted one, or the one that cries. So there is a spirit associated to every name. There is a spirit that's associated to every name. Na umwambie hata kabla hujapatia mtoto jina, jua maana yake. Hallelujah. We shall see the meaning of the word Judas. And we shall see the meaning of the word night. Na kwa nini Judas ikawa lazima yeye na usiku wagesikana? Ndio kitu kinaitwa betrayal of Jesus kikazaliwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakapo wanajua kwamba hakuna kitu kinaweza zaliwa kama hakuna mbegu mbili ambao si tofauti zikuje pamoja. Hallelujah. Iwe ni mti, iwe ni wanyama, iwe ni wanadamu. Hallelujah. Two different elements must come together. Hallelujah. Hata maua kama imechanuka, thank you are called rose. Hata maua hata kama imechanuka, lazima bee, nyuki akuje. Hallelujah. Aende kwa maua, atafute ni pollen. Amen. Over different species, akuje apollinate maua. Ndio matunda. Abia mwenzako, hata kile kinakusubua, kuna vitu mbili ziligiana kikazaliwa. Tunisaidia kupigia Bwana makofi. Why is it that, amen, Judas had to betray Jesus at night? Why not during the day? Na ikawa ya kwamba Yesu amewawarn 3 times. Amen. Yesu aliwawarn 3 times. Kumbuka ya kwamba Jesus knew what was ahead of him that night. Hallelujah. And therefore he carried 3 people. At least wale ambao walikuwa wanaonekana kama wako. Sister Carol unaelewa? Ali at least hoya hoi. Na kijana sio hoya hoi. Hata hao ambao wanaobaoba alikuwa anawaambia at least simukae mukijihisi, say watch and pray, otherwise if you don't. Ayo mazako, otherwise if you don't, you fall in temptation. Bwana Yesu asifiwe sana. Let us go back to the spirit of Judas, the meaning of the name Judas. Hallelujah. I want us to focus on Judas for now. Hallelujah. Maana kila jina iko na spiritual reality. Hallelujah. Majina mengine hata si mengine. Majina yote tunapata the Old Testament na hata the New Testament yako na maana fulani, na kwa nini yakaandikwa pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. The name Judah comes from the name Judah, Judas, sorry. The name Judas
is not a bad name in the first place. It is a good name. It is derived from the name Jude, which means praised. Hallelujah. But it also means, hallelujah, receiving condemnation. So as good as the name sounds, it has its ugly face. Amen. It means to be praised or to receive condemnation. Ya kwamba leo hii unasifiwa lakini kesho you are being condemned. It has its good part and its bad part. Just like before Rose became Lorda. It has the beautiful side of it, the beautiful rose flower. Lakini on the ugly side of it, ikona meigua miuru muno. Hallelujah. Na inawidha haraka sana. Jina la Bwana libarikiwe. I say jina la Bwana libarikiwe. So Judas means, amen, to be praised or to receive condemnation. Now, the night now. Nataka tuone sasa meaning ya usiku. Ndio usikacheze kitu kinaitwa usiku. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Night nayo inamaanisha time of darkness. Night means time of darkness. And darkness has its power. Just as the day has its power. Jina lako liko na power. Kama vile jina la Yesu liko na power. Wakati najua kwamba jina lako liko na power. Your name has power. Bwana Yesu asifiwe sana. For example, what makes the name of Jesus work even today? Let me tell you, the name has two things. The name has the power and has a spirit. Jina liko na nguvu na liko na roho. Na kuna nguvu ambazo lazima zitawale usiku, whether you like it or not. Bwana asifiwe. Hebu nikurudishe Genesis alafu turudi pale. We saw what God said about the night. Alafu tutaenda kuangalia about the meaning of the spirit of the night. Bwana Yesu asifiwe sana. In Genesis 1, I'm talking about the Judas of the night. Na leo tutababana na majudas wako wote katika maisha yako in Jesus name. Nasema leo tutababana na majudas wote. Thank God you are here. Every Judas of the night in your life who was out there to betray your calling, who was out there to betray your marriage, who was out there to betray your blessing, tutababana naye usiku wa leo. Ambia mwenzako ndio maana tuko hapa. Hebu tuone nguvu ya usiku. Tumeona meaning ya Judas. Hallelujah. Hallelujah. Usiku uko na nguvu yake na usiku hutawala. Mchana uko na nguvu yake na mchana hutawala. Ndio maana hata wachawi na sorcerers wale tulikuwa hapa Wednesday tukasema kwa nini wanafanya kazi usiku. Na tukaona ya kwamba hata kuna kazi Mungu atafanya usiku na hata kuna kazi Shetani atafanya usiku kwa sababu usiku uko na nguvu zake. Genesis 1:14. And God said, hallelujah. God said, let there be the lights in the firmament of the heaven to divide the day and the night, and let it be for signs and for seasons and for days and years, and let them be for the lights in the firmament of the heaven, and give light upon the earth. And it was so. And God made two great lights, the greater one to rule the day, and the lesser one to rule the night. He also made the stars, and God set them to the firmament of the heaven to give light upon the earth, and to rule over the day, and to rule over the night. Hallelujah. And to divide the light from darkness. And God saw that it was good. So, kumaanisha ya kwamba Bwana asifiwe. God akaumba two heavenly bodies. Sijakupoteza bado, nifuate kwa makini, nikwambie usilale. Ukilala ukipitwa na hii kuna kitu utamiss. Sikia, Mungu akaumba two heavenly bodies. Moja itawale usiku. Hallelujah. Na moja itawale mchana. Nini aliumba itawale usiku? Mwezi. Bwana asifiwe sana.
Na nini ilikuwa itawale mchana? Jua. Na hizi zote ziko na nguvu. Sikia. Jana tukasema, ni jana mali juzi. Juzi tukasema ya kwamba, it was juzi sababu ni Wednesday. Tukasema ya kwamba Yesu akalia siku moja. Akasema ya kwamba kuna kitu moja ameona. Haleluya. Na kile kitu Yesu ameona ni kwamba wana wa giza. Haleluya. Ni werevu kuliko wana wa nuru. Kwa sababu gani? Haleluya. Wana wa giza, they know how to use the moon to strike you. Wanajua vile wanaweka power za kuharibu katika mwezi. Bwana asifiwe. Wanajua vile wanaweza tumia jua ambao Mungu ameuba, wanaweka nguvu zao pale kutawala. Na ukitaka kujua ni kweli. Haleluya. Ndio maana Psalms 91 kuna mali nasema ya kwamba if God, amen, ukikaa chini ya baba wa Mungu, even the moon will not strike you at night, neither the sun during the day. Bwana asifiwe sana. Abia mwenzako, kuna nguvu za usiku ambazo zinawekwa katika mwezi za kukugonga. Bwana asifiwe sana. Si mtu mmoja haraka sana anifungulie in the book of Psalms 91. Nikubariki nisikanize mambo mingi hivyo ndio uone how deep these things are. Na ndio maana Yesu akasema ya kwamba, haleluya, ya kwamba atesiana sia dumani joge kila siana sia theri. Hatujui how to use these powers for us or against us. Bwana Yesu asifiwe sana. Is this 121? What does it? Sikiza. Read again. The sun shall not smite thee during the day. Kumaanisha kwamba jua inaweza tumiwa kukugonga. Amina. Na mwezi unaweza tumwa nini? Those are the powers of the night. Hallelujah. Do you know how we command the morning? We commanding the morning because Bwana asifiwe. Kwa sababu the wana wa giza, the sorcerers and the witches and the devil agents and all those categories. Hallelujah. Kuna wakona ujuzi wa kuinvoke the powers of the sun against their enemies. Na ndio maana, hallelujah, siku moja Job akaulizwa na Mungu, sababu unalia mateso, akaulizwa, have you ever commanded the day since you are born? Uambie siku ikiamka uovu wote ambao umewekwa kwa mwezi usiku ukauondoke. Meaning there are some assignments that will only take place at night. Na wale tulisoma Wednesday, tukaona Yesu akisema yeye mwenyewe, akisema ya kwamba hii mambo imefanyika kwa sababu ya nguvu ya usiku. Kwa hivyo hata Judas, jiweze kupitia Yesu, alisaidiwa na nguvu ya usiku. Piga Bwana makofi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Psalms 121 verse 6. Ndio hiyo. Thank you, you had seen it. Inasema ya kwamba the sun shall not smite you by day, nor the moon by night. Kumbuka ya kwamba hii ni ahadi Mungu alikuwa anapatia wale watu ambao wanamtumaini. Akwambia kwamba jua halitakugonga mchana. Kumaanisha kwamba kuna watu wanagogwa na jua mchana. Na maisha yako from that time unaharibika. Alio watu lega kurehera murimo gatoro kugiaga. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. So, let us talk about the spirit of the night. Sijui niongea, lakini kabla kuongea the spirit of the night, maana nimeongea kuhusu the Judas of the night and the spirit of the night. Hebu tuone the characteristic of the spirit of Judas. Bwana Yesu asifiwe sana. Abia mwenzako, characteristics of the spirit of Judas. Characteristic number 1 of the spirit of Judas, it is the spirit of the thief. Hallelujah. The spirit of the thief. Ndio maana Yesu akasema ya kwamba mwene nyumba ageikarire eiguite ndangĩakorirwo nĩ mũici. Hallelujah. Kwa nini saa hii watu wengi saa hii hata tukiwaambia wende nyumbani saa hii huwezi enda?
Tondo etigera ki. Haleluya. Sababu ni masaa yao. Ni masaa ya roho ya wizi. Bwana Yesu asifiwe. Ona tutihigaga biashara niko noga tuhiga to negwa tukaici ni meguka. Pigia Bwana makofi. The spirit of the night. Apia mwenzako roho ya usiku. Bwana asifiwe. Kwa hivyo spirit ya Judas, nimesema ya kwamba we are dealing with the Judas of the night. Maudu maria maitomo the man yoni roho wa tukua Judas. We are recovering them back in Jesus name. I say we are recovering them back in Jesus name. Amen. So the first characteristic, it is a very stubborn spirit. Hallelujah. According to the Bible records, Judas was a thief. Hata kama alikuwa close sana na Yesu. Hallelujah. Alikuwa anaiba pesa kwa offering bag. Hallelujah. Nasema Judas, hata kama alikuwa karibu sana na Yesu, hata kama alikuwa treasurer, alikuwa anaiba pesa kutoka kwa offering bag. The spirit of Judas. And this spirit steals your blessing without knowing. Hujasikia vizuri. And this spirit steals your blessing without knowing. I say it steals your blessing without knowing. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. And this thing is common today, even in churches. There are people who are here, but what they are doing, they are stealing your glory. And today I want to declare any person who has ever stolen your glory by the spirit of the night. Amen. Chochote ameiba atakirudisha. Maandiko yanasema ya kwamba mwizi akishikwa hulipa mara saba. Ya kwamba mwizi akishikwa hulipa mara saba. The second characteristic of the Bwana asifiwe. Let me show you how Judas was a thief. Bwana asifiwe sana. He allowed, alikubali roho ya wizi imsukume mpaka auze Yesu. Sikiza. Alikubali roho. Haleluya. Bwana asifiwe. Roho ya wizi akakubali imsukume mpaka akakubali kuuza Yesu. Watu wangapi tunajua hata wameuza their spouses at money? Kuna watu wengi sana. Haleluya. I thank God hapa kuna mtu kama huyo. Amen. Kuna tumia ingemuno mane dia thuri ya obesa. Akayo obesa akanina muthuri. Haleluya. Kuna watu wasaiuzwa pesa. Kuna mtu alipewa pesa aje aharibu destiny yako. Through the spirit of Judas. And it works best at night. Bwana asifiwe. The second characteristic of the spirit of Judas, it is a spirit of hypocrisy. We shall pray against the spirit of hypocrisy in this church in Jesus' name. Tonight. The spirit of Judas has been at work. But not until after this season is gone. I say not until after this season is gone. Hallelujah. The spirit of hypocrisy is the spirit of a perfect pretender. Do you know kuna watu who are very perfect pretenders? Hallelujah. Ni wale wanakuhaga, lakini hapa amekusikia kisu. Judas akahagi Yesu ndio wajue ni yeye. Maana alikuwa amewaambia nitakaye hagi jua ni yeye, mkamate. Kuna ndo mathire hagi. Nikio Paulo ugire greet with another with a holy kiss. Kuna wengine wanakuaga unholy hug. I hope hapa kuna mtu amepeana unholy hug. Bwana asifiwe. Uliza mwenzako, je, si labda imewahi kufanyika kwako? Look at how Jesus was betrayed. Amen. Kumbe Judas amekuja na maaskari na ni usiku na saa hii tuko usiku. Akawaambia kaeni hapo nje. Nitakaye kubatia
jueni ni yeye. Na Yesu alikuwa anajua nitaomba ya kwamba hata sisi tutawajua. Nasema tutaomba ya kwamba tutawajua. Nitukumamenya, thank you. Bwana asifiwe. Yesu alikuwa anajua, ni vile tu lazima igetimia maandiko. Maana hata alikuwa ameambia wanafunzi wake, ule ulitofokaniria hamwe nani. Haleluya. Bwana asifiwe. Na hata wakati wa alipotubukiza mkate kwa nini pamoja, akimwambia namna gani, fanya kazi yako haraka. So the spirit of hypocrisy, hallelujah, perfect pretender, perfect, yani perfect, yani dada, yani ogiorio ya nemurata kinyo ya gathiri cia kucia thiini. Hallelujah. Wena gathina no abere gutengera, a perfect pretender. May God prevent you from falling into the hands of a perfect pretender. May every pretender in your life be thrown away out of your life. I say let every perfect pretender in your life be thrown out of your life from today. In the name of Jesus, because that is the spirit of Judas. Hallelujah. Hey. Amen. They are perfect in the art of ambivalence. Ambivalence, the act of pretending that they are good and they are not good. Hallelujah. They are double-faced. Makona mothio meri. Hallelujah. Ukimwona muthenya, ako sawa. Hallelujah. Lakini usiku ni chameleon. Usiku ni chameleon. Judas alikuwa ameshinda na Yesu mchana. Hata ametembea, hata ameenda mission pamoja. Hallelujah. Lakini anagoja usiku ufike. Kumbe hata amesummon maaskari ya kwamba nitakaye busu. They are perfect pretenders. And they have been released in the body of Christ. Mahali popote ambapo kazi ya Mungu inainuka, mahali ambapo kuna mission kubwa Bwana ameweka mbele, mahali ambapo kumeinuka madhabahu kama haya, one of the things that the devil assigns are perfect pretenders. The spirit of Judas. I declare after today, I declare after today, I declare after today, every spirit of Judas through pretense must be destroyed in Jesus' name. The third characteristic, I hope you are writing down. The third characteristic of the spirit of Judas is a dual personality. What is a dual personality? Dual, from the word double. Hallelujah. Usaisikia lugha wanasiasa wanasemaga ni mtu wa double speak. Mchana ni wa Azimio, usiku ni wa Kenya Kwanza. Hallelujah. Double speak. Tell your neighbor, I hope you are not one. Otherwise, if you are, chuma chako kimotoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Dual personality. They are smart actors. Smart actors. Smart. Sema smart. Yani smart actors. Yani mwenake. Kai. Kai. Anaona umune mwana wako. So good. Na kukusifu. Tuko isi karoraja ka. Morao ya. Tuko isi wina revelationi. Tuko isi wina kiugo. Hallelujah. But yet the other side, tigana na kio, niguo kio na nirie. Tuari okuo. Tukumuona. Smart actors. Characteristics of the spirit of Judas. And those are the people who have been there in your life. They have betrayed you. They have betrayed your trust. They have betrayed your trust. You don't trust him more, do betray. The worst pain is the pain of betrayal by someone whom you trusted so much. Gutire ruo rukirite mundu urehokete ukamwineana all.
that's why we must pray against the spirit. I say we must pray against the spirit. Bwana Yesu asifiwe. Ndio mwenzako hata kuna moja huwa anact na wewe lakini si wako. They are called unfriendly friends. To touch your neighbor, tell him unfriendly friends. They are smart actors. Bwana asifiwe. We are dealing with the spirit of the night, the spirit of Judas. Hallelujah. You have said the first characteristic is the spirit of thief. Number 2, the spirit of hypocrisy. Number 3, the spirit of dual personality. Number 4, hallelujah, they have the ability to operate as an unfriendly friend. Hallelujah. They act like friends, but they are enemies. Can you imagine? Mpaka jamaa anaenda, anasida na Yesu, na no waramenya, etereire githaa. Etereire githaa, anagoja 2 times strike. Na mpaka amewambia, na nigumu, I'll give you a sign. Nirona mundu mwinake, mutwanite ugu. Bwana asifiwe. Hallelujah. There's another characteristic of the spirit of Judas is the spirit of satanic kiss. A kiss, but it's a satanic kiss. Niago konina. Little do you know that was a sign. Aliwaambia oria ndiri himbiria mumenye niwe. Bwana asifiwe. Today, every spirit of Judas, I say every spirit of Judas, hata kama husemi amina nitakusemea, every spirit of Judas lazima akukome katika jina Yesu. Lazima akukome katika jina Yesu. Hallelujah. The other thing about this characteristic of the Judas of the night, but the only way to avoid them is to pray at night. How now jerekeire Yesu akimera ni mwareka kuhoya bitiria ni okite. Verse 46. Kibera nywe komai tunyereka ikuhoya, but he comes. Ndio mwenzako hata wewe ukikosa kuomba sana sana usiku ndio mwenzako sana sana usiku. Ask your neighbor, why didn't Judas come during the day? Hebu muulize, kwa nini hakuja mchana? Kwa nini hakuja mpaka usiku? Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. The other characteristic is the spirit of betrayal. Hallelujah. They betray their masters like Judas. They betray their masters like Judas. They betray their ministry like Judas. Amen. They betray their friends like Judas. But another thing about the spirit of Judas is the spirit of wickedness. Hallelujah. Ni andu aria no eke undu wothe ona tekufucia ritho without a winking of an eye. Yani mundu no eke kiundu ona tekufucia ritho. Sister Ann, yani no eke kiundu. Yani Judas anahagi Yesu tu hapa hivi. Na hao ni kama ni kitu na anajua ni kumuuza na muuza. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nijaribu kukimbia because of time. Hallelujah. Another characteristic of the people with the spirit of Judas. Hallelujah. Because this spirit does not operate in a vacuum. No spirit operates in a vacuum. Every spirit acts in the body. Do you know even God, you never do anything without using a person? The same case, hata setani, hatafanya kazi bila kutumia mtu. That's why God uses his servants and the devil uses his agents. It is either you are used of God
or is of the devil? Mwambie mwenzako hakuna middle line. Mguze kabisa, mwambie hakuna line ya katikati. It is either, hallelujah, wacha niseme hata huku, it is either othagirwo ni Ngai kana ucio ungi. It all depends on the mission you are accomplishing. Hallelujah. If you cause, what do we call it? If you cause strife against brethren, amen. If you are betraying others, amen, you may be a believer or a Christian, but at that hour, you are an agent of the devil. Sina vita na mtu. I just want to open your eyes. Why we should be praying. Why we should be praying. Because the more we don't pray, the more these spirits arise. Hallelujah. I thank God for the man of God. Maana baada ya madhabahu haya kuwekwa mafuta mapya Sunday, we felt the need. Thank you, Pastor Lydia, for the revelation. That we be praying every time. Because these are the time the spirit of Judas was said to be released. Lakini tumegundua siri katika jina la Yesu. Hallelujah. The spirit of Judas, it's a spirit that questions the word of God. A spirit that questions the word of God. How do I explain this so that you may understand? Listen to this. Bwana sana. Those people who have this spirit, or those people in this category, sikia how they do. Hallelujah. They pick holes at the word of God. What is to pick holes? Let me explain. Bwana sana. Usaiona tumekuwa na makesi hapa za uchaguzi. Mawakili wanaenda wanaleta usaidi yao. Lakini wanapeleka usaidi wao. Lakini mawakili hao wengine wanakuja punch holes. Amen. Wagapo nakumbuka. Sorry to say this. Bila wale hetu warori ngima. Wisoko gituika ni hot air. That's what it's called pinking holes. Kufanya kitu useless ambayo ilikuwa na substance. So kuna watu ambao, hallelujah, hata anaweza misinterpret neno la Mungu ambalo limehubiriwa ndio limsatisfy yeye to justify her actions or his actions. Bwana sana. Mimi sijui kama unanielewa. Kuhujo domereri njega. No uri mioya uge ume karabati. Ugeti njega ona ni yangania kana ni yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. That spirit brings interpretation to suit their whims. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. The other spirit, the other characteristic of the spirit of Judas is the spirit of suicide. Judas alimalizia nini? Kujinyoga. Hallelujah. So the spirit of Judas at the end, it brings the spirit of death. Hata ifanye hii mambo yote, dakika ya mwisho it brings the spirit of death. Bwana Yesu asifiwe. I cancel every death that was intended upon your life by the spirit of Judas. I cancel every death that was brought to you, that was intended to be brought to you by the spirit of Judas in Jesus' name. Hallelujah. Now let us talk about the spirit of the night. Na kwa nini lazima Judas angefanya kazi usiku? The spirit of the night. Night is associated with darkness. So the first characteristic of the night is darkness. Thank God umeniambia kwamba because Satan works during darkness. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. It is recorded in the scriptures. In Genesis 1:5, and God called the day the light day, and darkness he called night, and the evening and the morning of the first day. Hallelujah. So usiku uko na nguvu zake. Amen. Usiku uko na nguvu zake. Na ndio tumesema ya kwamba Mungu akaahidi watu wake ya kwamba mwezi hautakuwa usiku. Now what the enemy does, na nirudi pale nilianza, nisema nitarudi pale.
there is a way in which they took the evil parts of wickedness, wanaziweka kwa mwezi. Sikia kitu moja, Bwana asifiwe sana. I thank God because the man of God amesema hiyo hapa sana, ya kwamba tumesidwa kujua ya kwamba tumepewa dominion. The people of God kama sisi hatujui kutumia the dominion. Hallelujah. Adam akaambiwa ya kwamba I give you dominion over everything. Meaning, hallelujah, if you know how to practice dominion, kuna vile unaweza command jua ikufavor. Hallelujah. Na kwambia kuna vile unaweza command jua ikufavor. Hallelujah. Kuna vile unaweza command mchana ukufavor. Na kuna vile unaweza command mchana uharibu adui yako. So that's what they do. They know how to invoke their powers of wickedness, Sister Ann, kwa mwezi. Na Mungu akajua hivyo. Hallelujah. Ndio anakuambia in Psalms 91. Hallelujah. Hata hiyo nini? Anasema ya kwamba tuende katika Psalms 91 sasa. Tufungue mtu mmoja tusomee haraka haraka. I want you to see these things. And that's why you should not joke around. Hata nataka nimalize hii ndio ikiingia midnight tutuingie maombi powerful. All things that were done to us at night tutazipagua usiku wa leo. Hallelujah. Kuna magonjwa hutumwa usiku. Kuna uharibifu hutumwa usiku. Psalms 91 quickly. I think there was a mic. Hata kama ni wewe tu. Psalms 91. From 1, just continue. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. Surely He shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. He shall cover thee with His feathers, and shalt thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. Thou shalt not be afraid for the terror by night, Sikiza. nor for the arrow that flieth by day. A minute. You should not be afraid of the terror at the night. Now this terror, ndio hiyo mipango ya waovu, ya setani, ya wachawi na so in this category ambao hugoga usiku. The devil has his legal right to use the night. Tuko pamoja? Setani ako na legal right ya kutumia usiku. Na Mungu hawezi mkataza. Maana yeye anaongoza the kingdom of darkness. Bwana asifiwe sana. Na Mungu wetu ni the kingdom of the light. Right now, hallelujah. Hata kama God is almighty. Sai ameachilia the head of the kingdom of night who operates at darkness to be at work. Kwa hivyo ukilala utagogwa na gari leo gitini. Ndio maana Yesu akwambia kwamba obeni. Hallelujah. Wale tulikuwa hapo Wednesday tuliona ya kwamba kuna mambo ambayo hallelujah hata tukaona ya kwamba thank you very much. Hebu maliza halafu tuendelee. Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrow that flieth by day. Maana kuna hata misale ingine, hallelujah, hapo hupita mchana. Sasa ya mchana wanachukua nguvu zao, wanaziweka kwenye jua. Wanasema jua haribu so and so. Jua haribu so. Yani they put some arrows. Look at this. Lakini sisi ni kulala hatuelewi. Hallelujah. Hivyo na gukira tunago. Hallelujah. Wala msale ufanyao nini? Flieth by day. About now, what is to fly? Amen. Thank you. Kwa nini Mungu anaongea kwamba? Kwa nini Mungu anasema Sister Fire? Kwa nini Mungu anasema kwamba amen, a moon can strike you at night? Bwana Yesu asifiwe sana. So Jesus knew this, that the enemy had given Judas the power to betray him at night. Thank you. You can sit down. The power of the night. Hallelujah. Wale tulikuwa hapa Wednesday tukaona ya kwamba every serious assignment ya Mungu hata ya Shetani ile serious inafanywa usiku.
Bwana asifiwe. Tukaona ya kwamba hata Mungu alipotaka kuua the firstborn of Egypt, aliamuka usiku wa manane. Haleluya. Shetani naye, haleluya, akitaka kuua pia naua usiku. Na ndio naona ya kwamba Bwana asifiwe sana. Let me tell you, the heart of God is so holy that it cannot do any evil. So what he does, amen, wale ambao kuna assignment ya kufanya maovu wanaachiliwa usiku, sababu ni wakati wao wa kufanya kazi. Na ndio naona ya kwamba Mungu akaambia na Israeli ya kwamba usiku wa manane, haleluya, wachije mwana kondoo, wachukue damu, haleluya, wapake katika milango yao. Kwa nini Mungu anawaambia wapake katika milango yao? Because unless you have a defense at night, you can be attacked. Abia mwenzako, unless you have a defense. So night prayers are defensive prayers. Nasema maombi ya usiku ni maombi ya kujikinga, kwa sababu Bwana asifiwe. Unajua watu wakienda katika vita, na unajua mtu akona msale, ile na kusaidiaga tu ni the shield ambao ni ngao. Kwa Mungu akawaambia ya kwamba edeni mchukue damu mpake katika the doorpost, kwa sababu malaika wa kifo atakuja usiku. Na maandiko inasema ya kwamba na malaika wa kifo, nani aliachilia? Mungu. Lakini akakubaliwa afanye kazi time yake. Bia mwenzako, there is a time for everything. Sister Mary, kwa nini hata Mungu akagoja usiku? Sababu assignment ya roho wa kifo sana sana hutembea usiku. Urada kujira gaida na hinyi wako moraga muthenya. Yani nauliza, nataka kuniambia kwamba my sister, Mungu, kwa nini Mungu naye pia kagoja usiku? Amen. Judas yakagoja usiku. Haleluya. Hata Yesu akaambia tukaombe usiku. Do you know hiyo maombi alikuwa anaomba? Unajua kitu moja hatujaielewa mpaka nilipochomoa andiko. Ni kwamba aliposema ya kwamba obeni at least 1 hour mshauri katika majaribu. Hakuwa anaongea kuhusu maombi ya mchana. Nasema hakuwa akiongea kuhusu maombi ya mchana. Hallelujah. That's the Bible says keep watch and pray. I say keep watch and pray. I say keep watch and pray. Do you know, hallelujah, ile kitu iko na vita sana ni maombi ya usiku. Ukiamua watch kama movie saa hii, haki utakaoche mpaka saa 10 na utalala. Lakini hebu chukua Bible moja utaomba, udhire. Ukiona mtu amara mwambie, na kama ni movie ugelala, ukiona movie mwambie. Kama ni movie ugelala. Sai kuna mtu wako sitting saa hii. Ulikuwa unazitaje? Terminators and whatever. If there's anything the devil will make sure that you don't do, it's to pray at night. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mambo mawili hata kubali ufanye. Number 1, hata kubali usikie neno la ufunuo usiku. Na hata kubali uombe usiku. Na hata kubali uinue jina la Bwana usiku. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Hata sasa kuna watu wanangangana mpaka kuweka macho hivi. Sikupenda kwako kuna roho inaoperate. Bwana asifiwe. Guys, what was I talking about? Hata nimesahau. I was talking about the spirit of the night. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. The night means darkness. Amen. The night comes as the sun sets. The night is considered unsuitable for labor, but good for prayer. Yani usiku si mzuri kufanya kazi, but it is the best time to pray. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Nataka kusema ya kwamba hallelujah, the night is favorable for the purposes of wickedness. Na kwa hivyo tukijua kwamba the night is favorable for the purposes of wickedness, tunapaswa kujua kwamba usiku is the best time to pray. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah.
the spirit of Judas. The only way to overcome the spirit of Judas, the only way to overcome the powers of darkness, the only way to live a victorious life is to be a person who can pray at night. Na ndio ilikuwa siri ya Yesu. Wale tulikuwa nao hapa Wednesday tuliona ya kwamba hata Yesu alikuwa ana shida na wanafunzi wake mchana. Ikifika usiku anaenda kwa milimani kuomba usiku na wanaenda kulala. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka kusema ya kwamba Yesu akasema ya kwamba keseni mukiomba, maana hamjui ile saa mwizi atakuja. Mwizi ni nani kwa maandiko? Mwizi ni Shetani. Can I tell you something that will surprise you? Amen. Most of these diseases tunabazibatiza, tunaziita lifetime diseases. All these diseases are attacks that come at night, and they come through evil dreams. They come through nightmares. Let me give you a secret. Bwana Yesu asifiwe sana. If you pray between midnight and 3 a.m. utakapolala, kama utaota ndoto za maono ya kiungu, utaota ndoto za kuinuliwa. Lakini ukiona mtu anakusubua kila wakati ya kwamba aliota akigibizwa na ng'ombe na mambo kama hayo, usio dawa ya gotuko. Akikwambia mtapitie dream, mwambie this is the place of the dream. You do not pray at the right time. In Jesus' name. Hallelujah. Now there are some things that happens at night. One of the things that happens at night is the exchange of destinies. And right now, if there is anything I want us to pray right now, it is to pray and claim back all our destinies that were stolen at night. In Jesus' name, hallelujah. So, darkness is the favorable ground for the work of the devil. Darkness is the favorable ground for the sorcerers. Darkness is the favorable ground. Do you know there is a very big difference between the kingdom of light and the kingdom of darkness? Kuna tofauti kubwa sana kwa Wakristo na watu wa Shetani. Saa hii, haleluya, hakuna mtu yeyote ambaye ni agent wa Shetani. Saa hii ndio anajiandaa kutoka. Saa hii ndio anajiandaa kutoka. Sai wanafanya everything possible between now and midnight. Wamalize all their assignments so that they may go out to the mission of the devil. Hallelujah. Lakini unakuta sisi this time ndio tunajiandaa kulala. This time ndio tunajiandaa kulala. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. The Bible says, Jesus akasema, keep watch and pray. The best, it is time for prayer. If you want to live a victorious life, know the secret of praying the midnight prayer. In the name of Jesus, look at one power of midnight prayer. It opens all the doors that have been closed by the devil. The man of the Bible says, and Paul and Silas at midnight were doing what? Were they sleeping? They were praising God. They were praising God. David akaandika in Psalms 119:62 ya kwamba at midnight, hallelujah, I'll always rise to praise God. Kumaanisha ya kwamba there is no single time that David was sleeping at night. How much I pray that we embrace this secret of embarking on midnight prayer. Midnight prayer is called the first watch. Bwana asifiwe. We usually have 8 watches of prayer per day. The first watch is between midnight and 3 a.m. Now from 3 a.m. we have the second watch. Hallelujah. So if you are not able to pray in the first watch, pray in the second watch. Now the other one. But now the advantage of praying at the first watch. Hallelujah. Unafunga kila milango yote. Let me tell you. Ukitaka kuwa unaomba maombi mafupi ambayo yako na usindi, pray the midnight prayer. That's why Jesus was praying short prayers. Hata wakati alikuwa anaomba Lazaro afufuke, aliomba tu maombi mafupi. Aliambia Mungu, naomba unisikie sababu nasikia.
Jesus was praying very short prayers during the day. Hallelujah. Because he had prayed at night. So tonight, amen, I just wanted us to pray against the spirit of Judas. There are a lot of things that have happened at Slaba. There are destinies that have been, a lot of things that happened. But tonight in Jesus' name, hallelujah, I want us to stand up. There are some things that we shall pray tonight against in Jesus' name. Hallelujah. I want to start on your feet right now. I see the man of God has come. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Stand on your feet in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. One of the strategies of the enemy is to attack us when we sleep without praying. But now our strategy should be to attack him by our prayers before he attacks us. Bwana asifiwe. This is the best time to pray for your children. Hallelujah. This is the best time to pray against the spirit of death. This is the best time to pray against the spirit of stagnation. Hallelujah. This is the best time to pray against foundational spirits that hinder our life. In the name of Jesus. Hallelujah. Father, we give you praise. I want you to open your mouth and say, Lord Jesus. Lord Jesus. Any demonic flag that has been raised against my life in the sleep of the night, right now, I raise the flag of Jehovah God against every attack of the night in Jesus' name. Can you open up your mouth? Can you open up your mouth and call the angels of God to be on your side right now? There are some things that we are going to demolish tonight. There are some things that we are going to demolish tonight. There are some destinies of a young man that has overtaken in the devil. Right now. Right now, right now, right now, right now, right now, we enter the spiritual world. We possess the gates of our enemy. We possess the gates of our enemy. Hallelujah. Hallelujah. We unmark every mark that was marked upon our foreheads by the enemies of our destiny at night. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I fight against any attacks of bad dreams. In the name of Jesus, in the name of Jesus, I bind every spirit of slumber that prevents me from praying. I bind every spirit of slumber, that has caged my life. In the name of Jesus, Rekebaka Santa Mayanda. We give you praise, O Lord. We give you praise, O Lord. We give you praise, O Lord. Nataka sai uombe. Maandiko yanasema ya kwamba watu walipolala usiku Shetani akapanda mbegu baya, lakini maandiko yanasema ya kwamba chochote Mungu hajapanda kitang'olewa. Nataka sasa ung'oe chochote ambacho hakijapandwa na Mungu, magonjwa ambayo yamepandwa na Shetani, in the name of Jesus. Maiki yake. Thank you Jesus. Chochote nataka uombe, chochote ambacho hakijapandwa na Mungu kitang'olewa usiku wa leo. Chochote ambacho the spirit of Judas ambao haijapandwa na Mungu katika kanisa hili tutaing'oa usiku wa leo. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We bind the spirit of Judas. The spirit of Judas. We arrest it tonight. In the name of Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you. Endelea kuomba, endelea kumwambia Mungu kitu. Still continue, open your mouth. Open your lips. Thank you, Father. Rabosa ndabaka. Rika sireposina magatayanda. Rika roba sina ketika sondorobo kanda. Yes, Akata. Rika sente masanda rabo yakete sanda. The spirit of Thank prayer. you. Release the spirit of prayer. Release the spirit of prayer. Release the spirit of night watcher. Release the spirit of night watchers. Achilia roho ya ombezi. That who can keep watch at night. That can keep watch at night. Oh, hallelujah. Even for the spirit of recovery of destinies. In the name
name of Jesus. Rebashirabo karebenama. Thank you. Satayanda. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. You may be seated. I just want to add on top because I'm just from Kameme. I was live in Kameme with Martin Wajaneti. And immediately nimemaliza nimekuja sasa tukue na nyinyi tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa siku kadhaa hamjaniona, lakini nimekuwa tu kazi hii ya Mungu imekuwa mingi. It's exciting every day. It is becoming better and better and more exciting. Bwana Yesu asifiwe sana. I'm glad to see your faces, and glittering faces. I know God is doing something. God is really, really empowering you. And sijui kwa nini huyu amejificha kwa pila. Sijui uko na nia gani ukijificha huko kwa pila. Kama uko na kitu nataka mtu asijifiche kwa pila. I want to see all of you. Just come the other side. The space is good. These people on this side kuja hapa katikati. I'm talking about the one with white, the one with red, the other one with black. This one. Yes, ndio tuwekane joto. Kuna kipindi cha baridi. Na imesidi sana hii baridi imekuwa mingi. Na nyinyi pia mtoke huku mkae padi muweko baridi ama mkuje bere. Kaa viti ya bere. Those people. Wewe. Walete hapa bere yako pastor ndio muweze kukaa karibu. Joto iwaingie. Nimeona wamekujwa sana mpaka wakakaa. Ukiangalia unaona mpaka sura imekuwa baya. Mpaka unaogopa. Na unajua ni usiku. Mtu kama huyo akikuwa na sura baya na kuangalia na ni usiku, ujihadhari sana kwa sababu hujui ni nini. Inaweza kuwa kuna shida nyingine na hujui. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tumekuwa katika kipindi cha maombi na it is a deliberate move from heaven, not from here. It is a deliberate move from heaven that tuakisha moto wa maombi mpaka nyumba iwake ikue kelelebe. Maana Mungu ananiambia analete watu wengi, hatutaweza kuwaekelea mkono. Amesema tuakishe moto. Watu wakikuja hapa hakuna kuwekelea mkono, ni mtu unamwambia akiingia tu pale anapona anaenda zake. Bwana Yesu asifiwe sana. So this is the responsibility God has given you. This is a powerful responsibility God is giving us, that we may be able to raise an altar that it is a true altar from heaven. Hallelujah. At least for now, I want you to really pray. Mujitolee kabisa. You commit. Na wale wale kwa nyumbani pia commit to this. God is raising. And also you see, on the other side, the devil is also very active. The devil is very active. Today you saw the Sabasaba thing. That is demonic. Bwana Yesu asifiwe sana. It is demonic. What they are looking for is blood. They are looking for the blood to reinstate the altar. Because the altar is dead. We killed it. Uliona hata Uingereza. I sent some clip to you. Ya Uingereza. Imeaguka, imekwisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulimalizia pale Murang'a hapa Thika when we declared the Macmillan one. Tukamaliza imeaguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Imeanguka. So the prophetic word that God gave us is working. And it's being fulfilled and with speed. Bwana Yesu asifiwe sana. What if tukiongeza kama moto ingine? Hiyo nilikuwa nikienda Thika, nilienda peke yangu. Nyinyi mlinipeleka tu kiani mlikuwa bodies pale, but you are all with me because you never understood what I was doing. I was alone. Bwana Yesu, hata kama Karo alikuwa huko, unajua Karo ataanza kusema mimi nilikuwa huko. I was alone. You didn't know what we are doing there. It was a new gospel that I had to. Murang'a ndio tulienda pamoja, watu kadhaa tulienda pamoja. Kirinyaga tulienda vizuri pamoja. Na Moro tunaenda sasa tukiwa watu wengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hii maombi nataka msikue na ile maombi mnaobaga. Kwa sababu mmezoea maombi ingine mnaobaga mpaka kule biguni. Mungu alikuwa ananiambia anashangaa na shida hawa watu. Anajaribu kusikiliza, anasikiliza, anasikia redia ni kama redia, anasikia hiyo nyumba, anajua ile nyumba ni ya redia. Lakini ile kitu anasikia huko, anasikia kuna puda zinabweka huko ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu redia ameomba mpaka akasema, Bwana,
Sasa huyu malaika ametumwa kuja asikilize, kwa sababu Mungu akujagia, anatumaga malaika. Malaika wamekuja kwa redio hapa juu, wamesikiliza, wanasikia kuna sauti lakini si ya binadamu, ni puda. Sasa wakirudisha ripoti huko wanasema nini? Kule chini kwa redio ndio tumeenda kwa redio, lakini ile iko ni puda, kumbe ni redio. Sasa ripoti ile walikuwa wameleta hawakupata, hawakusikia sauti, wamerudisha kusema ni puda. Wengine wanabaga mawabikini. Sasa nasikiliza, nasikia ni makuku za broiler. So kuna formula ya kuenda mbele za Mungu. Ambie mwenzako kuna formula. Mungu si wa vita. Usiende kwa Mungu na vita. Peleka Mungu pole pole. Pole pole. Utafika. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha tuangalie kitabu cha Wafalme, Kings, that is 1 Kings chapter number 3. Kuna mzee anaitwa Solomon ambaye he went to God, and I want to teach you how Solomon did to get that heart of God. How Solomon did what? Did to get that heart of God. Because I don't want you to waste much of your time here. Na unaona venye kuna baridi. Ungekuwa nyumbani umejikuja vizuri, umekamata bulageti mzuri ama umekamata pilo. Kwa wale wanalala peke yao, unajua analala unaona ameshika doli kwa sababu baridi imesidi, analala kabisa. Sasa why should you be wasting your time here if you are not communicating? Because the essence of prayers is to communicate with God. The essence of prayers, it is having a communication with God, and God understanding what is your desire, what do you want. Not just making noise. Usikuje hapa kwa sababu unasikiaga Kemani William anasemaga lama dolomosaka tara basaya, ama Waruinge anasemaga rebeketeria remekoto, ama mtu mwingine anasemaga rabasheketeria. Na unaanza kusema rabasheketeria teria. Sasa unakuta hauelewi maana rabasheketeria ilifunuliwa yule alisema. Bwana Yesu, unajua kuna watu wamekopi. Hata ukienda makanisa mingi utaona ule mtu anaomba anataka kuomba kama Kimani William. La badala setelelele rebakata tatarirana. Unasikia mwingine ni kama TB Joshua. Unasikia huyo mwingine ni kama Joshua Seleman. Bwana Yesu asifiwe sana. Because you want to imitate, you want to speak, you want to do like them. Don't do like them. Every person uko na ufunuo yako. Kila mtu hapa. Hakuna mtu ako na kitu ya mwingine hapa. You are just as yourself, and you are strong as yourself, and you are powerful as yourself. Wacha nikuambie, kusiri kubwa ni kuwa wewe mwenyewe. Ukikuwa wewe mwenyewe, you become more stronger. But if you want to be like me, you'll be fake. Therefore, whatever you'll try to do, you'll not get it. Utawachoba ukibweka, ubweke, nothing is coming out of you. Because God had given you an originality. When you have an originality of who you are, what you are, you achieve. Because through the originality, God blesses. God will only come through the identity He gave you. That is why we have ID cards. That is why we take they take our fingers. Because the government always will know you through the identity number they have given you. Kwa ID yako iko na identity number. That is what identifies you as a Kenyan. That number, that is your code with the Kenyan government. So God gave you a code. He told you how to be doing things. But now you want to be like Alex. You want to pray kwa sababu msikia Alex anasemanga rikapatata, ripopopotita, rikata. Na unaanza hivyo. Na sasa ujui kama Alex ni shetani anaabudu. Na unaanza kusema ripotekeketa, ritete. Na kumbe Alex anajua shetani wake anaitagwa ripoteka, ritetete, ripatata. Na unaanza ripotete, ripatata, rimokoto, rina, seke, tete. Kumbe ni kikogo. Watoto wa Kongo wakiomba wanasema ribota, ritete, basara na maketa. Sasa wao hujui ni Mungu gani anaabudu. So it is very important to have your own identity and the code of heaven. When you have the code of heaven, ndio unaona watu wanabarikiwa, watu wanashindwa, emodo nikieka.
Anafanyaga nini? Maana nikubarikiwa tu anabarikiwa. Because I have my code. Bwana Yesu asifiwe sana. And my code, kutoka siku ile nilijua my code na nikai-apply. Everything is moving my direction. Because I am in my code. Nikapata tu nafungua, unaona milango ikifunguka. Na hiyo milango ni ile inafungukaga hivi, ukipita inarudi hivi. Sasa Alex anakimbizana na mimi, anataka kuingia na mimi. Anakauka kichwa, anarudi chini, anaanguka huko chini. Sasa mnasema kai, kumiendaje? Si unaona tu. Hata pasa anakuwa mbaya. Hawezi kumhurumia ingie. Nitakuhurumiaje uingie na kodi yangu? I can't. Bwana Yesu asifiwe sana. I can't allow that. Now Solomon made verse number 4, chapter number 3 from verse number 4. Now the king went to Gibeon to sacrifice there. And for that was the great high place. Solomon offered 1,000 burnt offering on that altar. Remember, underline this. Now the king went to Gibeon to sacrifice there. So you must make a journey. You must make a decision to go. You must make a decision to start moving. That is point number 1. That is for you to start. The way you are here, you have made a decision. I'm not going to sleep. I'm going to worship my God. I'm not going to waste my time at home in a blanket. I am going to see my God. For that was the great high place. It must be identified place as a place special. Gibeon was a high place amongst other high places. So it must be a place where you meet God. It must somewhere. Lazima ikuwe ni mahali mzuri, mahali high, mahali special. Kama hapa sasa. Si unaona huko ni maridadi. It is nice. That is why we are here. Because it is a high place where we have come to meet our God. So number 1, you have to make a decision. And number 2, decision to a particular place. It must be a particular place. When Abraham was told to offer his son, he was told to go to Mount Moriah. That is where he met God. Moses was sent to Mount Sinai. That is where he met God. There must be that special place. And when Jacob was to receive his blessing, he went where? To Bethel, where he went and slept, and then God appeared to him in a dream, and he saw people descending and ascending, because there is a connectivity of the place. The place where you worship your God, it will give you the connectivity of your God. Will give you the code. Will create the environment, the atmosphere for the relationship we have with God. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kila mahali unaenda upate Mungu. God is not in every mountain. God is not in all Moriah mountain. It is in fact he says, go to Mount Moriah in a particular. He was directed to a particular mountain. So it is not, sio lazima, sio mulima mzima ati ndio mulima. Hapana, kuna mahali ndani ya hiyo mulima where God is. Bwana Yesu asifiwe sana. So it is not all. See, Nairobi usikie ati Mungu ameshuka Nairobi. Hajashuka kwa kila mtu, ameshuka kwa mahali fulani. Na ndio utaona watu wote watakuwa wakikuja. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo Solomon offered 1,000 burnt offering on that altar. So Kube, it was already an altar. Hallelujah. You must identify it. Not every place is an altar. Here you see, he went to that high place and offered a sacrifice on that. So already that place was an altar. That is why he was directed there by God. So offerings is directed. Where to offer is directed. What to offer is directed. It is not your opinion. It is not in your plan. It is not what you know. Then at Gibeon, the Lord appeared to Solomon. Why? Because of 3 things. One thing, he carried a sacrifice. Then he sought to know which is the place. He knew the place. And number 3, he offered at the altar. Meaning, he identified the 3 things
that you need to identify to give your sacrifice. 1, you must have the sacrifice. Number 2, you must identify the place. And number 3, you offer the sacrifice. You must have the sacrifice. Yes, having a sacrifice is one, and offering the same is a different thing. Because you must be having a sacrifice and go and offer it in a devil's den. Hallelujah. So before you give your sacrifice, you must be able to identify, where am I taking my sacrifice? Where is this sacrifice taken? So he went and offered at that altar. Immediately, because of doing the right thing. Because of him doing the right thing, and God appeared to him. Because of him doing the right thing. So you can be here and do the wrong thing, and God will not appear to you. And you'll be seeing other people being blessed, yet you are not blessed. So it is not necessary that you, because of coming here, you are going to get it. You can't get it if you have not done that which pleases God. With one thing that pleases God is you to have the desire to give a sacrifice. And then, when you have the desire to give the sacrifice, have the sacrifice. Number 2, identify the place where to give the sacrifice. And number 3, offer that sacrifice. Then why is he emphasizing on offering the sacrifice? He's emphasizing because there are some people who come, God speaks to them and tells them, pereka this 1 million kwa kikokone ya synagogue. So from home you have that urge, you have the desire, you have it that I'm going to give a sacrifice. But kufika hapa kwa mlango pale, unaanza Satani anaanza kukuzungumzia, anakuambia sasa ukipatiana hiyo milioni, sikumbuka kuna kazi ulikuwa unataka kufungua, si edo patiane 500, alafu hiyo ingine utakuwa ukitoa kidogo kidogo. Your sacrifice is dead. Because you have not done how you are instructed. So you must follow the instructions for what you are about to do. You must do exactly what God has instructed. If God has instructed you to give 10 bob, don't give 20 bob. If God has instructed you to give 20 bob, don't give 10 bob. Give the 20 bob, and then if you want to do an offering, you do an offering. Offering is your decision, is your desire, what you want to give. You think with yourself. You imagine, you argue, and you talk with yourself. I'm going to buy 10 chairs. 10 chairs, yapana. Wacha ninunue 20. Wacha ninunue 30. That is an offering. If you had carried it from home, this is a sacrifice, then you start arguing with it. It automatically gets out of the brackets of a sacrifice, and it becomes what? An offering. An offering is a volunteer, is what you give from your heart. It's just what you decide to give. But a sacrifice, you don't just give. It is an instruction. And you don't give more, and you don't give less. If you give more, it stops being a sacrifice, because you have argued. A sacrifice, you don't argue. God instructs you, give 100,000, and that is what you give. You may be having 10 million in your account, and only God tells you, go patiana shiriki 50 peke yake. Only 50. Sasa unaimagine umesimamisha kile jirova kiako kimasidesi hapa nje, na Mungu huyu amekwambia ndio patiane 100, because ameona uko na spirit ya bragging. So anataka ukuonyesha, I don't need your money, I need your obedience. Bwana Yesu asifiwe sana. So sacrifice is an obedience to God. Once you become obedient to God, God will come immediately. It doesn't matter in what condition you are. It doesn't matter in which situation you are. God will automatically give you what you desire, what you want. God will give you a direction because of what you are able to do. Then, as instructed, he gave 1,000 bulls.
It was an instruction. Chinja ng'ombe 1,000. Nasikia walichinja mpaka damu ikateremuka ni kama mto. At Gibeon, the Lord appeared to Solomon in a dream by night and said, ask, what shall I give you? Once you are through with God, once you do exactly what God has instructed you to do, then what happens? God will appear to you. Once you give the sacrifice accordingly, once you do what God has instructed you to do, he appears to you. A sacrifice is meant to bring the presence of God, while the offering is meant to bring the grace of God. When you give offerings, you walk in the grace of God. You don't walk in the presence of God. The grace is that you can be able to be doing other nonsense around your life and you are still walking and God is still walking with you. When Abraham was called by God, he was called from his family, from his father's territory, Terah, and he was told, wake up and go. Arise and go to the place I will show you. That is where I'm going to bless you. Not here. So he was told to wake up. Aliambiwa ondoka na uende mpaka mahali nitaenda kukubarikia. So from the house of Terah, all along Abraham walked in the grace of God. He never walked in the presence of God. He walked in the grace. God continued to protect him, irrespective whether he was committing sin, he was doing funny things. You know, he was even told not to walk with what? Anybody from the family. Lakini he chose to walk with Lot, and as they walked, God just walked with him because he has a purpose for this guy. Why God works in the grace with you? Because he has a purpose. He is leading you to where he wants to go and turn around everything. So as you walk right now, you are walking the grace of God until such a time when you are going to give a sacrifice. Hallelujah. Until such a time that you're going to give what? A sacrifice. A sacrifice will change you from the status of walking the grace to walking in the presence of God. And when Abraham offered a sacrifice, God appeared. Hallelujah. When Abraham offered a sacrifice, God did what? Appeared. When Solomon offered a sacrifice, God appeared. When Isaac offered a sacrifice, and God appeared. When Jacob gave a sacrifice, and God appeared. Ask yourself, where was God before? The sacrifice brings God on board. It is a covenant between you and God. It brings God on board. And the appearance of God comes with a promise. Hallelujah. The grace of walking the grace of God, there is no promise. You eat manna at the will of God, not at the covenant of God, at the will. He decides like a carrier gimomo. He decides. But when God appears to you, he asks you, what do you want? So when you give a sacrifice, you bring God on board, and God will have to ask you, what do you want from me? Because he has come. He pulls a chair and tells you, my son, sit here. That is the power of a sacrifice. It brings God in the presence. And when the presence of God is felt, God will never come without a promise. And he told Abraham, see, all this you're seeing belongs to you. If you can count the stars in heaven, that's how rich you are. He gives, when he met Solomon at Gibeon, he asked Gibeon, tell me what you want. Because he comes at the sacrifice, he comes with what? A promise. So sacrifices, they bring a promise. But offerings, they bring what? The grace. That's the difference between a sacrifice and what? And a sacrifice is a commandment. It's a command from heaven.
it is not your will. But an offering, it is a will. Do you know you can give an offering of 1 million, but be asked by God to give 50 bob as a sacrifice? Offering is bragging. In most cases, offering is a bragging. You brag a lot. Unaona hizo viti ziko pande hiyo yote hizo za blue zote. It is me. It is me. Unaona ile kiti imekaliwa na apostle ile anakaliaga. It is me. That is an offering. But a sacrifice, you don't even let anybody know. You don't. Because it is a command. And more especially when God commands you to give a sacrifice, it is very painful. Very painful. Just tell me, how was Abraham feeling when he knew I'm going to slaughter my only son? And God insisted to him, give me your son, the only son that you love. The only. He insisted. God, when he's commanding you to give a sacrifice, he insists on a particular thing. He will tell you, go and pick that television of yours. A nice one. Go pick that title deed. You know that is the only land you have. And he instructs you, go and pick it, take it. He tells you now, I want you to go and pick that motor vehicle that you just bought the other day. Umekuwa ukibrag na ukitembea, and God tells you, bring it. A juke, and then you give. And imagine this juke is a terrible one. Yeah? Terrible, the powerful machine. Then you are told, go and give it. Imagine now. Unaacha kifunguo hapa, unashuka, unateremuka kutafuta taksi ya mama tatu. It is very painful. It is very. And if you've never given such a painful thing, you are not yet. You are still trying to jump. You are still trying to make your way. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. So it is about the command. And Solomon said, you have shown great mercy to your servant David, my father, because he walked before you in truth and in righteousness. You see? He never bragged. He never spoke to God as though God was his own cousin or was his own relative around there or was a classmate. He was asked by God himself, tell me what you want. And he said, oh my God, thank you, thank you. You know what? Whatever you have shown mercy to my father, not to me, to his father. That is now knowing how to pray. Knowing how now to communicate with this God. It is not because you have seen the president. Oh, Baba, ninakuitisha nipatie magari. Apana. It is simple. That you have shown mercy to my father. You see, he keeps himself outside the bracket. He talks about something different. You see, intimidating God. If you want to catch the heart of God, intimidate him. When Jehoshaphat were told the Moabites were coming, the Meunites were coming, they were coming to destroy them, he went to God. He was terrified, yes, but he went to God and asked God, oh my God, are you not the one that brought us here? Are you not the one that gave us this and this and this? Are you not the one who's friend to God? Bwana Yesu asifiwe sana. So you just bring God on board and praise him. That is what you begin with. When you are doing any supplication prayer, any kind of a prayer, you begin by praising God, by lifting up God. Jesus taught us, our Father who art in heaven, thy kingdom come. Thy will be done. Is it thy kingdom come first or thy will be done? Thy kingdom. So the kingdom. Kingdom means the statutes, the teachings, the power, the authority, the blessings that belongs to heaven. You ask them to come. Thy kingdom come. And then once the kingdom comes, then let the will of that kingdom be experienced. Let the will of that
that kingdom. It's not your will. It's not commanding. It is not fighting people. It's not trying to bring down people. Because when thy will be done, it means you surrender. So number 2, after understanding how you give a sacrifice, it is you to surrender to God in totality. You let the will of God be perpetuated in you. You let the will of God walk around you. That is now when you are in prayers. For you to get in the prayers, real prayers, si kupiga makelele, you do the will of God. You pray according to the will of God. You walk according to the will of God. You give everything according to the will of God, not your will. So if you discover every prayer you are doing, it is not in the will of God, it is you who is pushing the agenda of the prayer, then you are lost. You don't push the agenda of the prayer. God pushes it. God, once you open your mouth, God will lead you to what you pray for, one after the other one. And there's time you will go and be shut completely. You try to pray, nothing comes out. It is not the devil. It is not necessarily ni shetani amekuzuilia. It is not necessarily ni Mungu. But it is either Mungu ama shetani. Shetani can block you from praying. But also God can just tell you, sit down and wait, see what I'm about to do. Bwana Yesu asifiwe sana. Sit down and wait and see what I am about to do. God, he told Jehoshaphat, go and now sit down. You've done your part. You've done what you are supposed to do. Nendeni mukae muone jinsi nitawapigania. Bwana Yesu asifiwe sana. So it is not necessary that you pray from Monday to Monday. You pray from January to January. Sometimes you sit. God whispers. God will come and talk to you. God will never come and talk to a very busy woman, a very busy man. Every time unapiga makelele, oh la 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 ba, reka cha 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 cha. Give God time. Go sit, meditate, get your corner there. Sit down. Don't even open your lips. Just listen. Nenda tu tafuta mahali ka blanketi, lala kwa kona pale. Lala tafuta kijambi mahali fulani, lala tu, just go. Nenda kwa kichaka mahali fulani. Stop praying. Just go and listen what he's saying. You have spoken. Once you have spoken, stop. Allow him also to speak to you. Once you allow him to speak to you, he will talk to you. No, take your time. Stop. Wiki hii piga makelele kabisa. Ukimalizana makelele next week enda ukae chini. Nenda jifugie mahali. Meditate the word of God. Wake up at 3. Don't make noise at 3. Kaa tu, chukua kalamu. Chukua kalamu. Atakupatia verse, atakupatia maneno na utaanza kuandika one after the other one. One after the one. Unaandika. He is communicating. Allow him to communicate. Bwana Yesu asifiwe sana. Don't overeat. Stomach yako itaharibika. Ukikula sana, utasikia tumbo inaguruma, utahohita, utaanza kutoa harufu mbaya na mdomo na huko kwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakuwa haufanyi kitu mzuri kwa sababu you have overdone it. If you overdo the prayer, it means we did not have time to listen to God. Have that time. When you have time to listen to God, you make better and stronger decisions because you hear him. Those who hear God, they make better decisions. But if you continue making shouting, you are commanding God. God, I command. God, I destroy. God, I rimakata. Rikoya renoia. Roborosea. Riketeria until morning. Then in the day, riboboshekaya. Rinaya na mari. Rokototo mpaka jioni. The following day the same. The following day, the whole week you are making noise. When will you hear God? When will you hear God, mommy? Take your time. Take a notebook and a pen. Get into a bush. Kwa kichaka tu mahali kwa kamuti kadogo. Nunua tu kamaidi, kula, pumzika tu hapo. Utasikia atakuja na atakuzungumzia na atakwambia, my son, my daughter, this is what I want. And the revelation, vitu vitakuja. Maneno itaanza kukuja. And those people who take time to listen, to wait for him, they are more powerful than those who make a lot of noise.
Just compare. Ule mtu anakujaga kuomba maombi mingi na ule anakaanga tu meditation. One, they are two different people. This one for meditation, hata hararagi kama huyu, anakuaga msuri, anasikiliza, unakuta mtu amekaa tu, anasikiliza, anaandika, anasikiliza, anaandika. That is how you get to know the revelations. Bwana Yesu asifiwe sana. Revelations will never, hazikujagi mtu kwa doto. Doto is not a revelation. Doto is a dream. A revelation is what you see God starts revealing himself to you. And that one can only happen if you give yourself ample time to him. If you make him talk to you. Because God is man, he wants to talk to you. Bwana Yesu asifiwe sana. You have shown great mercy to your servant David, my father, because he walked before you in truth and in righteousness and in uprightness of the heart. You see now, there are three things. There are three things attached to that person that succeeds. There is truth, there is uprightness, and there is righteousness. So, to you, vet yourself before you go to prayer. Vet yourself. Do you qualify to do the prayer? You want to go for 7 days. Do you qualify? Bwana Yesu asifiwe sana. If you feel in your heart, I'm not qualified to go into this prayer, don't do, because you are wasting your time. Qualify yourself by sanctifying, by making yourself clean. Because when you are going before God, you become a lamb for a sacrifice. You are sacrificing your body. You are sacrificing your time. You are sacrificing everything. You are sacrificing your relationship with God. So you must be clean. Clean kabisa ndio uende kwa maombi. Si kukimbia tu katoroni na umetoka uko na periods zako, uko na periods ama uko na maneno yako umefanya alafu unakimbia katoroni. Don't go. When you find you are in your messes, don't go. When you are in your messes, don't even come here. Wachana na hapa, kaa huko tu, malizana na hiyo maneno yako. Bwana Yesu asifiwe sana. When you are in messes, kwa wale wako jikoni, don't even make food for others. You're not allowed to come here. Why do you make food for others? You don't need. Just keep off because you are dirty. Bwana Yesu asifiwe sana. Keep off kidogo. Wait, give other an opportunity so that they can be able to serve. And that is not criminal. It is not an act of ungodliness, but God himself says you are dirty that time. Hallelujah. Hata kama uko na mzee, mupatie tu, mwambie mzee sisikii kukupikia. Kwa nini? Maneno uko si mzuri. Mwachie, mwambie kia jikoni, hata yajielewe maneno ni baya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Na si mimi nimesema, hivyo ndivyo kwa righteous inaletanga usafi. But in conditions that you cannot be able to, Mungu atakusikiliza tu. Because there are conditions ambao you cannot avoid. But if it is avoidable, it is only 3 days. Si utokea tu kidogo. Utokea tu kidogo, hata kitada hama kidogo, lala kwa gunia. Hallelujah. No, I'm not trying to bring a doctrine. It is not a doctrine. It's a suggestion. Yeah, Bwana Yesu, msiende kusema pastor yetu alisema, but biblically it is what I'm saying. Hallelujah. You have shown great you have continued this great kindness for him, and you have given him a son to sit. You see now, he started by being humble. Bwana Yesu asifiwe sana. He became humble. Amesurrender to God. Now amemwambia, hata umeextend hiyo upendo ulikuwa na baba yangu kwa mtoto wake. Na ni yeye, lakini anasema kwa mtoto wake. Hallelujah. Now, oh Lord, now verse 7. Now, oh Lord, you have made your servant king instead of my father's David, but I am a little child. Unapunguka. Kwenye maombi, kwanza ameanza na nini? Being humble. Number 2, amepunguka. Amesema, you have made your servant to become a king in the place of your beloved servant David. But this servant is just but a kid. So when you are going to God
Do not go as a grown-up. Go as a kid. And tell God, there is nothing I know. There is nothing I can do. There is nowhere I can go. That is how Jeremiah was blessed in Jeremiah 1 verse 6. That is how he was blessed. And he said to God, I am a kid. I don't know what to do. Then God came and instructed him and told him, from today never say I am a kid, because wherever I will send you, you will go. Whatever I will tell you to say, you will say. And he touched his mouth. When he discovered this person needs an empowerment, he touched his mouth. And his mouth and the power of God got into the mouth, because he emptied himself. For God to use you, you must be empty. Hallelujah, Alex. You must be not full of experiences, not full of what you know, not full of how powerful you can think you are. You must be empty. And be empty is by becoming zero, and you let God start working with you. My salvation is at 2%. I give God 98% to work on me. But if I was 98%, what will he work on? He will work on nothing. He will work because you are complete. He will go to look for, and this is 2%. Atakuachana na 98, aikie kwa 2% because anaona huyu anahitaji msaada. Sasa utaona huyu anatembea na Mungu na yeye anasema mimi ni mtendaji wa dhambi. Mimi niko chini. Mungu anatembea na huyo mtu hapo chini. Wewe uko pale juu na wacho kule juu. Ugechino nekaliwa na nekaliwa kawi. Nikawi ile heti winter itakwate. Gealiwa itakwate. Sama. Ukakihane sama. Ukakishino nekaliwa. Ukakarageka. Ado makona makuragia. Ejeri witu kali kekioru. Niki kakuradia atia. Wakihurire. Utakiri hadu hage waherie Ngai. Keidi mwire. Muhonokete mukahonoka nyumu ikaraga matu iguru mugoka gukuru cine. Tiga igikaraga matu iguru ikaraga igoko. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka niwaambie tena na Kiswahili. Nyinyi ambao mnakaaga biguni, mnakuja hapa asubuhi. Hameni kule biguni. Kule biguni Mungu ashughuliki na nyinyi because already mshafika. Rudi hapa tushughulikiwe pamoja. Mimi sinaonaga nakaaga hapa, unaona Mungu ananibariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Hama biguni kuja hapa. Na ukifika hapa chini useme uko na 2% ya salvation yako ni 2 ama 3% ama 4%. Umwachie Mungu 95% ya kukushughulikia. Utaona venye atakufanyia kazi mzuri. Utaona venye atakuinua. Utaona venye atakubariki. Lakini nyinyi watu wa kukaa biguni hana shughuli na nyinyi. Si mshafika. Na Yesu alitumwa kwa nani? Alitumwa kwa sisi watu wa 5% na 2%. Sasa kikukutana na huko na 98% mko nate. Kuna kitu mtabiana. Anakuambia wewe kaa huko tunakuja, wacha nione wale wa huko chini. So kama you need the presence of Jesus to be around you, enda kwa 5%. Hama biguni chukua endeni mpande leo. Nataka leo muende huko biguni, mchukue vitanda zenu na makabeti na vikombe, mteremke hapa. Tukae pamoja. Sisi ni watu wa hapa. Sio wachana na hiyo maneno ya kwenda kukaa huko juu na hata ujulikani, hata majina kuna mnaenda kukaa kwa maneiba na mnakaa kwa nyumba za kuku huko nje. Hallelujah. I do not know how to go out or come in. You see now, this man became so weak. This man surrendered to God. I do not know how to go in or how to come out. Mimi tu nikimjinga kiako. Ndivyo aliambia Mungu. I am your foolish. Mimi ni mjinga yako. Nitumie venye unataka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wewe unakuwa mwerevu, unakuja na my experience ya watu wengi. Kwenye maombi uko na kuhoya wao, wethia wao, wikara wao, ona wethio kanisa wethia wao kinyago, kahoya. You see, paka mutebeo mnajua mutebeo ya huko bigoni. God will never have time to use you. Bwana Yesu asifiwe sana. He will never have time to use you. He can't. How will he use you? Thy kingdom come. Thy will be done. You are already in heaven. Na the kingdom imeteremka. Sasa huko biguni nafanya nini? Na the kingdom imeteremka. Yetiko. Wewe ikara amatu igoro. Mwena mama. Wanyita. Thy uthamaki ni uharurukire. No example ndahiana. Uthamaki ni uharurukire. Ani uikaraga matu igoro mwena muthuri waku.
Na uthamaki ni uikorokire. Nanyita mwatigiro mnaachwa nini huko juu? Unaachwa wapi? Si unaachwa kwa neighbor. Alafu hebu chunguza, huyo ni neighbor, wale walikuwa maandamano hapa chini na wako na mawe. Itakuwaje? Itakuwaje? Hii maneno itaharibika. Itaharibika kwa sababu utawakutana na wako jaa. Alafu wameona ni kama uko na kakitu. Unasikia mawe inapitia hapo, unasikia kama ni safari rally. Mawe ingine inapita hapo, unasikia kama ni safari rally. Na ni huko. Na Mungu udhamaki ishateremka huko chini. Na udhamaki inakujaga na king. Na king yako hapa, na King Jesus anasema mimi nilitumwa kwa watu wabaya. Nyinyi watu wazuri kaage huko na baba. Baba akiuliza, niki mareka tigana ilimo icio. Natemaruga ni atheru. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Now, O Lord, my God, part 2 inasema, and your servant is in the midst of your people whom you choose. Great people, too numerous to be numbered or counted. He identifies that this role that you are giving me, without you, hakuna mahali naweza kwenda. Bila wewe. These people are numerous. These people are many. Doge matara. Ni wengi. Na umeniachia watu wote, Mungu nifanye nini? Mimi siwezi. I cannot. Digitopora. Without you. Lakini sasa sisi tunapagiaga Mungu, tunaambia Mungu, hii ndio tunataka. Na alafu tunamwekea hapo, tunamwambia tunataka ifanyike mara moja. Bwana Yesu asifiwe sana. You must know systematically how to get into God. You must understand. You must know. Let us get in the book of 2 Chronicles chapter number 20. I finish there. 2 Chronicles chapter number 20. And see how this man of God called. It happened after this that the people of Moab with the people of the Ammon and others with them besides the Ammonites came a battle against Jehoshaphat. Then some came and told Jehoshaphat, saying, a great multitude is coming against you from beyond the sea and from Syria, and they are Azon Tamal, which is En-Gedi, and Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord, and proclaimed a fast throughout all Judah. It was a terrifying movement. It was a terrifying time. What did he do? He was terrified. But what did he do? They went to seek God. That is the first attempt you do. Jehoshaphat went to seek God. He went, he commanded a fast. Watu wafuge, watu waigie kwenye maombi, watu waigie wasarende to God. Ndio wa Mungu akuje, ajue. He told them, in short he was telling them, surrender now. Maadui wanaokuja hatuwezani na wao. Sasa surrender, Mungu atupiganie hapa. Huku tutigetoria. Hii nyumba hii mnaona hii hapa tuko hii inaitwa nini? Covid Plaza hii meza 9 floor. Hatuwezi kushida vita. Sisi hatuwezi. Wakiatuinukia. Hapa iko Manyuro, hapa iko Fibo ya Musa, hapa iko Wajiro, hapa iko mwingine hapo. Watu wako na experience. Nyinyi mmekuja tu hapa juzi. Sisi tumeokoka, hawa waliokoka miaka mingi sana. Wakisema JTR fire. Wanaisha tu. Hapa ukinaoka hebu ende sasa hapa. JTR fire, utachomeka. Ama synagogue fire, utachomeka. Utachomeka. You need to surrender. You need to surrender. You tell God, these people cannot be able to fight them. These people cannot be able to challenge them. Hata shetani mwenyewe. Shetani alikuwa anakaa na Mungu. Shetani hakukaa na wewe, alikuwa anakaa na Mungu. He lived, he walked with God. He knows every secret. He was there when you were made. Atinasema unaenda kupigana na shetani. Shetani mgani? Hawezi. You surrender to God and you tell God, I cannot make it. This without you, siwezi kufaulu. Without you, wamekuinukia, familia yenu imekuinukia. There are many, there are majority.
Your father is against you. Your mother is against you. Can you fight your mother? Can you fight your father? You cannot fight. Hata kama ni mnyoga ni kuenda kinaidaga hivi. Hivi. Huwezi kumpiga. Hata kutukana unamwangalia tu na nyamaza unainama tu chini. Anakuita mjinga hii unainama chini. Na huwezi kufanya kitu. He's powerful. You don't fight with him. You surrender yourself to God and ask God, do this battle for me. Jehoshaphat commanded people to go into fast. And they fasted. When they finished the fasting, then they started seeking God. Hallelujah. So when you are starting to do a prayer, prepare yourself. Make yourself ready for the prayer. Make yourself ready to receive the glory of God. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Oh my God. Nazungumzia watu kweli ama watu wamechoka hawa wamelala? Hii maneno ni ngumu. Then some came and told Jehoshaphat, saying, verse 4, inasema, so Judah gathered together to ask help from the Lord, and from all the cities of Judah they came to seek the Lord. They gathered together to seek from God, and from all the cities they all came to seek from the Lord. But remember, these are the children of Israel, and they had the knowledge to fight. Walikuwa na uwezo, walikuwa na mamlaka ya kufanya hivi because ni watoto wa Yakobo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu alikuwa amesema mahali popote mtaenda nitawapigania. Mahali chochote mtataka nitawapatia. But they never sought to have that energy ambayo waliambiliwa. They sought God first. So when we are here, we are looking for God. When we are attacked, uliona juzi hapa mafuta venye ilimwagwa, ikamwagwa kila mahali. Na venye walimwaga, naye Mungu ndivyo alimwaga watu wapi? Hapa wakakuja wengi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Because we never went to fight them. Tuliambia Mungu, hii hata mimi usimnanga hata sipendi kutumia mafuta because sijapata meaning ya mafuta, sijaelezwa inatumiaga aje, inafanyaga aje. Umeelewa? Sasa nikianza kutumia mafuta, nitaenda ninunue cowboy nianze kukupaka. Sasa nikinunua cowboy, utende ukinuka nini? Pilau huko kwa barabara. Bwana Yesu asifiwe. Ama nichote maji kama hii Mwanyuru anauza hapa ni 500 kachupa kamoja. Sasa mimi nitaenda nichote maji. Igeuke kuwe asidi mchomeke. Sasa nitasema nini? Hallelujah. So I need to be told, fanya hii. If I'm not told what to do, don't do it. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Then verse 5, the Bible says, then Jehoshaphat stood in the assembly of Judah and Jerusalem in the house of the Lord before the new court. Before this court. Hallelujah. He stood in Jerusalem and Judah before the house of what? The house of Lord. Walienda kwa nyumba ya Mungu. So that is only where you can find a resolution. That is where you can find a win. It cannot come from anywhere. Ni katika nyumba ya Mungu. Na ndio kwa maana uko hapa leo. That is where you are here. You don't go fighting outside there. You come where the altar is. When Solomon built an altar, he sacrificed 144,000 goats and 40,000. Is it the goats or the cows? Whichever comes first. 144 and another 22 he offered. And after that, akasimama ndani ya hiyo nyumba na akaambia Mungu, watu wako watakapopatwa na magonjwa, wakuje wainue mikono yao juu, waombe msamaha, Baba na uwasikie. Watu wako watakapoinukiwa na maadui, wakuje wakuombe msamaha, wainue mikono juu, Baba na uwasikie. Watu wako watakapopatwa na njaa, wakuje wainue mikono, wasarede, waombe msamaha, Baba uwasikie. You see, that is the trickiest part of the altar. That is why you need to raise this altar. Ichukue moto kabisa. So wakati wowote utakapoinukiwa na maadui, unakuja unapiga magoti hapa. You don't need prayers. You don't need prayers. You only need only to enter here. If you put this sanctuary to become a clean, holy sanctuary of the Lord.
if you make it so powerful by igniting a so powerful fire, moto inawaka. Tujitolee kabisa, tujitolee, tukae hapa mpaka tusikie. Unikitembea tu hivi unasikia ni kama kuna watu wako kwa nyumba, ni kama unabebwa, ni kama unatembelea kwa hewa, ni kama unatembelea kwa jizikini, hauelewi. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakuta mapepo yote haiwezi kuingia hapa, inakuachana nayo kwa barabara. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakuta tukiitisha, tukikuja hapa, unaitisha unasema, Baba, ni mimi nimetenda dhambi, mimi ni mosherati, mimi nimeosegenya, mimi nimeduga watu visu, I have destroyed people, Father, I have come to surrender. Father, nakuomba tu msamaha, unisamehe. You are forgiven. Because the altar is powerful. He told God, watu wako watakapokuja, wainue tu mikono, wasarede, naye Mungu kawasikie. That is what a covenant he made. Then verse number 6, and they said, O Lord God of our fathers, are you not God in heaven? And do you not rule over all the kingdoms of the nations? And in your hand is there not power and a might, so that no one is able to withstand you? You see now, after making everything clean and ready for service, he's able now to interact with God. Yani, where do we to a guy? Siwe ni Mungu. Yani Mungu. Kuna mtu anaweza kucheza na wewe kweli? Umeona? Because he has prepared the ground. He has prepared the ground to have a communication with God. Now he invites God and tells God, are you not God? Yani, unataka kusema Mungu. Watu wa Moabi, yani watu wako watapigwa ukiangalia tu Mungu. Watapigwa tu. Yani adu akumeko horoweroreire. Yani ile ta imagine okay adu akuma kihoro. Yani imagine tu watu wako wakipigwa kama unaangalia hivyo. Mungu atakubali. Mungu atakubali hiyo aibu. Why? Because Jehoshaphat was a friend of God. So the next step that you do, you make friendship with God. And now have a direct communication with him. You ask God kaa hapa tupige story. Mwambie unavuruta kiti kama hiyo, unavuruta unaweka hapa, atakuja na atakalia. Sasa ongea naye vizuri, mwambie maneno. Sasa wewe, yani unataka kuniambia watu wako watapigwa kama ukiwa. Siwe ni Mungu. Are you not God? Siwe ni Mungu mwenye kuumba hii dunia yote, mwenye hii kazi yote iko hapa duniani, mwenye hii kila kitu iko hapa. We ati uhoto le, just imagine you kihoto guy na hoto more than nyone. You see, you have because you have made God to become your friend. For you to win any battle, make God your friend. He will conquer everything. He will win everything. He will make you succeed where nobody can be able to succeed. Bwana Yesu asifiwe sana. I'm almost finishing. Just give me, kwa wale wanalala tu nipatie dakika 2-3. Jikaze tu macho, kaza tu macho. Are you not God? Uliza Mungu, are you not God? How can you let me sleep? Are you not God that keeps people's eye open? Just keep my eye open. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Are you not our God who drove out the inhabitants of this land before your people Israel and gave it to the descendants of Abraham? You are afraid. Umeona? Hata anamwambia, si wewe tulifanya tukuje hapa na tukafukuza watu na ukafanya rafiki yako Abraham a succeed. You see? Hebu pia wewe ambao unasikia kausigizi mwambie, si wewe ndio unafanyaga hata mchana natembea kama nimekodoa macho kodokodo. Unaweza kukubalije sasa ni wakati neno lako linapeana mzuri hivi nilale? Unaweza kubali kweli Mungu? Utasikia Mungu akasema siwezi. Macho itakuwa kodokodo na itaniangalia vizuri na itasikia vizuri. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. So this is what we call persuading God. Having a persuasive language to persuade God to come and do your battles. Ask God. Invite God in a persuasive language. Not in a fighting language. Not in a condemnation language. Not in a forceful language. But a persuasive
language. Bwana asifiwe sana. That is what I want you to engage in. And then God had to win battles for these guys. He won the battles. And he's going to win every single battle ahead of you. Just persuade God. Don't even tell him what you want. Don't tell him. Just persuade him. Praise him. Worship him. Yani muinue mwambie Mungu, Baba mwenye uwezo. Wewe ni mfalme wa wafalme. Wewe ni mdhamaki wa adhamaki. Mbingu na dunia ni zako. Miti na wanyama, mito na milima zote ni zako. Ni makerubi na maserubi na malaika mamilioni wamesujudu mbele zako wakisema unastahili kuabudiwa. Maana hakuna Mungu mwingine. Maana hakuna kitu kinaweza kufananishwa na wewe. Wewe tu ndio Mungu Baba. Na kuinulia mikono nasema wewe unastahili. Wewe ndio you see that language. You can do that for 5 hours. And by the time you finish what you are doing, utakuta ukifungua macho utamkuta amesimama hapa. Because Mungu ni mwanaume na mwanaume anataka sifa. Anataka sifa. Unajua mwanaume hata ukimkuta akifanya maovu, hata umkuta atasema mimi hata sijui venye nimejikuta hapa. Mshaijua hivyo? Ushaishika mwanaume wako ako na mtu. Atakubali? Wewe unaweza kubali? Unamwambia mimi sijui ni shetani gani hii imenishika. Ni mimi kweli? Ai, si mimi. Uliko wapi? Si niko pia uniope yake. Akioye. Nimefanya nini? Hapana, si mimi. Si mimi. Yeye ameniwekea dawa. Bwana asifiwe sana. That is how God is. God ni mwanaume. Anataka sifa kochokocho. Umuinue kule juu na milango yote itafunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Milango yote itafanya nini? Itafunguka na kila kitu. Nani anaitwa nani? Paulo na Sila waliomba. Paulo na Sila waliomba, milango ya gereza ikafunguka. Waliomba, walimsifu, walimuinulia sifa. Hawakwenda kuambia Baba, kumbuka tulikuwa kwa maombi. Baba, mpaka lini? Hapana. Mungu atasikia hizo ujinga za mpaka lini. Hapana. Na kama ni yeye amesema upitie? Na kama ni yeye amesema upitie? Utaanza kumwambia mpaka atakwambia? He is not of your level. Just worship him in any situation that you are in. Continue glorifying him. Hata kama uko katikati simba, Daudi alikuwa kwenye tundu la nani? La simba. Na alisema Mungu hata unikatae, hata ukuje useme hunijui, mimi nitaendelea kusema na kujua. Ayubu alikuwa ameteseka, watoto wake wakakufa, mke akakufa, mang'ombe zikakufa, kila kitu, lakini he continued to praise. Just worship this God. Don't go to God with those many things. Go to God with worship. Just worship him. Glorify him. Lift up the name of Jesus. Usimwambie unastahili Baba. Hakuna mtu mwingine kama wewe. Hakuna aliye na uwezo kuliko wako. Mamlaka yote ya mbingu na ya dunia ni yako. Wewe ni Jehova Adonai. Wewe ni Jehova El Shaddai. Wewe ni Jehova Shalom. You are the King. You are the Master. Unastahili. Umeketi kwenye kiti cha enzi. Umenyakanyagisha miguu zako huko duniani. Unanichungulia kwa macho yako. Ninajua una uwezo. Una uwezo hata wa kusema nikabarikiwe. Unaweka katika yale maombi, ndio unaweka kitu kamoja ukienda bila demanding. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa unalilia nani? He doesn't care. Kama anasemanga kijiji kizima kichomeke na bado anaitwa Mungu, wewe ni nini unampigia makelele? Wewe ni nani? Anatumana nauliza, hebu kwenda finya hiyo kitu nyamaze. Sima hiyo redio. Na inazimwa. Kwani ufinyagi simu unaifinyia kwa mfuko na inazima?
Hivyo ndivyo mnafinyako, unasikia umefinywa na umefinywa na unasikia kweli ni kufinywa. Unaenda sasa unaanza kuomba ni maombi ya kusema shetani ashindwe, na ni Mungu amekufinya. Ni Mungu mwenyewe ndiye amekufinya. Alafu unasema nakemea mapepo, nakemea shetani, shetani ushindwe, hautanifinya tena. Na ni Mungu alikufinya. Ulifinywa na Mungu na ukanyamazishwa. Na akakwambia tulia mpaka wakati nitataka uongee tena. Na sasa mbona ngangana na shetani? Ndivyo yala laya. Ribakata yara, ribakata toto, riada, ribori. Paka unaenda kwa ule mama akaza unaanza kusema rishe. Kwa sababu ya kutokuelewa, because you don't have time with God. Laiti ungejua ni Mungu anakunyorosa, uende kwake upige magoti chini umwambie baba, nikidahitia. Dodekere tu, unapiga magoti chini, unalala chini kifudifudi, hata uangalie juu, unalala chini kabisa, kabisa unainama maana moto umewaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Not in every bad situation that in shetani. In that bad situation, find God inside in that bad situation. And in that good situation, si Mungu. Yote 100% si Mungu. Hata kwa hiyo good situation, tafuta shetani yako hapo ndani. Hiyo kimwanaume unaona kinakupendeza, kinakununulia machipsi, kinakubeba beba na gari, tafuta tu hata shetani anaweza kuwa kwa hiyo kimwanaume. Yeah. I have a man of God who he's humble, he's nice, he's God-fearing man of God. Kwenda na hiyo God-fearing yako, utakuja kujua it was a devil reincarnate. Ni mayai ya nyoka ulilalia. Wakati itoboke tunyoka tunane, kamoja kwa mgogo, ingine hapa, ingine hapa, ingine hapa. Unashindwa hii ni ile mayai ya kuku nilipata? I was looking for a God-fearing man. Why can't you fear God? You turn that man to be a fearing God. Tafuta kimulevi kikunywa changata kama kina meno mbili, kisafishe vizuri, mtengeneze akuwe God-fearing. Wacha kuenda kutafuta wale wamekuwa God. Ujui ni nini imemnyenyekeza? Labda huyo mtu amefanya vituko, amenyenyekeshwa na dunia. Au unasema God-fearing? That's a total handsome and God-fearing. Ndio naona mimi nataka kuwa kama mimi. Unipende hivyo nivyo ama unichukie hivyo nilivyo. Ndio. Usifikirie kunitacheji. Nitakuwa muharo gani? Kwanza tukikuwa naye nitakuwa muharo kwa zaidi. Utanipa utadu sasa utadu nini? Si ukwede. Ukiona sitoshi kweda. Alex, never pretend. Never pretend. Be yourself throughout. Kaa sura baya when you want it. Na kaa sura mzuri when you want it. Control your life. Don't be controlled by ati kasichana kamekuja hapa ati nikarebo, nika smart, nika baba vizuri. Sasa nakutaka kila wakati na smile. Na ni pretending. Na wakati nitasahau tu. Nitoe sura yangu ile kajeno kale nyoka. Kaa wewe. Na akaye kijua kama mmependana, akuwe kijua the rest of your life, hiyo ndio maisha. Yeye akuja akubadilishe. There is no good man and there is no good wife. Hakuna mwanamke mzuri na hakuna mwanamume mzuri. Chukua kama ni hiki, chukua. I want mwanamke najua kuoga, najua kuvaa socks mzuri, najua kuvaa nini. Mimi nikuje nikutengeneze. I produce what I want from you. Kile sio nikutane na mama kama huyu amevaa katrosa, amevaa viatu, ametengeneza nywele mzuri na hujui investment hii imefanywa na nani. Tete yako lile kaile tukega kena lipstick gara kinyago. Huyu ukiona viaelea vimaudo, wewe ndio liuda.
Kama unataka mwanamke mzuri anavaa vizuri, je, chukua hiyo kichafu. Enda hapa Marigiti hawa kuuza madhokoma hapa. Chukua moja jisafishie. Tengeneza, enda Turukana, chukua Turukana mwenye ajui kuoga. Safisha mzuri. Safisha, ngalisha. Wewe ndio unajua ile kitu unataka. Yeah, it is your dream. Make that dream become a reality. Wacha kitu imeudwa, imetengenezwa, ujui nani ametengeneza, ujui imetengenezwa garaji gani ama ni ya shetani, alafu unapeleka kwa nyumba, ukienda kwa nyumba unakuta ni shida, unafungua kwa kagunia, inaanza kutembea hapo. Ninakwambia welcome home. Tengeneza mtu. Tengeneza mtu. Hakuna mama ni wale tu, na baba ni wale tu. Hakuna baba mzuri na mama mzuri. Jiudie. Na iwe mtu wa Bethel House. Jitengenezee, wacha kuja kuangalia tetoro dadaka de hadisam. Ati Waruinge anakaa mzuri, anakaa kunyoroka. Unajua ni nani umekaa chini ukajiuliza nani ananipikia ndio ninyoroke? Na si wewe. Umenikuta kama nimenyoroka. Fanya mahesabu. Amenyoroka. Yeye kini kitu imeudwa. Na iliudwa. It was made from another particular factory. Kweli jameni. So tuko namba gani? Hata nimepotea kabisa hapa. Then Jehoshaphat stood in the assembly of Judah and Jerusalem. Tuko 6. 27 says, are you not our God who drove out? 20 number 9. If a disaster comes upon us, sword, judgment, pestilence, famine, we will stand before this temple, and in this presence, your name is in this temple. No, he told God, hata ulituambia in this temple of yours, kukuje magonjwa, kukuje shida, kukuje nini, ulituambia tukikuja kwa hii nyumba tukae hapa, utatusikiliza. That is now boxing God, reminding God of the promises. If you want to defeat God, kumupiga geta, kuweka Mungu geta, mkumbushe promises. God is a promise keeper. Mwambie, you say it to me, you will never forsake me nor leave me. Quickly anarudi. Mwambie, you say, hata kama nitakuwa nikipita kwenye bonde la mauti, utanikuja na utaniokoa. Just remind God of the promises. Jehoshaphat did the work of reminding God of the promises. You told us, ulitupatia hii shamba through your friend, because of the friendship you had with Abraham. That was a promise. Hallelujah. He reminded God that ulituambia tukujengee hii nyumba, na tukikujengea hii nyumba ukatuambia wakati wote tutakuita tukiwa kwa hii nyumba utakuja. That was a promise. He kept reminding God of the promises. So keep the promises. Remind God. When you're in a situation, remind God. Tuko hapa. Mungu ndiye alisema atatutoa City Stadium, atatuleta hapa. Mkumbushe tu. Mwambie, ulituambia watu wewe tume City Stadium. Ulituambia tutoke City Stadium, Mungu tukuje tukufie hapa. Sasa angalia. Sisi sasa tukufe. Wewe ukiwa. Yaani tunaweza kukufa ukiwa. That's a promise. Tunaweza kukufa ukiwa. Si ulisema utatupigania? That's a promise. You remind God of the promises. Once you remind God of the promises, there is nobody who will be able to fight you. If God promised you that you are going to become a president, keep reminding him. Usitake kukua. Usimwambie now this is a time for me to become the president. No, just keep reminding. You told me I'll be one day a prophet. Mwambie, one day you told me I'll be going to have become a doctor. You told me I'm going to have a sanctuary. You told me, mkumbushe, God is a promise keeper. Hallelujah. He keeps his promises. He is not man that he should lie. He keeps the promises. And by doing that, you win every battle without a fight. Jehoshaphat, they were able to win this battle without a fight. God just told them, do not prepare an army. Just prepare a praise and worship team. That's when unasikia the Meunites, the Amorites, and the kings of the south, they were prepared, they had guns. And God tells you, prepare a praise and worship. Na mnasikia wale wanakuja ni mabuduki. Ama ni Wajaruo wale wa Kibera wakurusa mawe. Alafu unaambiwa pita tu katikati yao. Hawatakuguza, hawatakuona.
Alafu unaona na driver venye unakutana na driver ya polisi, unaona venye imefanywa. Una imagine sasa unaambiwa upita katikati yao kama na driver imebodwa ni mabati na wewe na ni nyama. But God anakuambia pita tu. I'm with you. You win a battle without battling. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is how you're going to win our battles here. That is how you're going to conquer all the processes of God. And everything against us, we are going to win against it. We are going to destroy every foundation. We are going to win every battle without lifting a weapon, without cursing, without doing anything bad. We shall always be glorifying the name of God. We shall always be calling upon the name of God and reminding God of the promises He had upon us. The promises He said that you are going to get them. The promises that He said that is going to manifest in this building. He said hapa, aliniambia, hapa wafu watafufuka kwa hii nyumba. Aliniambia. Lakini sasa siwezi kwenda moshari sasa kwa sababu aliniambia ati niende kwa moshari, niende kusema, "Wewe, amkeni, Mungu alisema nitawekwa pigu nipelekwa polisi." The next time mtanitoa polisi. That time must come. I have to walk. Mimi kazi yangu ni kutembea tu. Na venye Mungu ameniambia tembea na tembea. Akiniambia leta itisha hii kitu na itisha. Akiniambia kesho weka mkeka ya buru naweka, naenda tu na yeye venye ananiambia. Baka nifike hapo ya kufufua watu. Mimi najua nitafufua, watafufuka. Miguu utaona mtu hana mguu imekatikia hapa. Unaona kishuguruma kinakuja. Baka kinajifix. Unaona mtu anatembea. We are getting there. Yeah, we are getting there. Lakini sasa msiende pale nje kuanza kusema pastor yetu alisema viwete vitatembea. Utacharaso magumi. Kuna viwete vingine hawawezi taka waondolewe kwa viwete because they make money out of it. They make huge money. Sasa yeye waambie vile viwete vya Tanzania vile vimewekwa pale, ukutane na wenyewe wale wanawaambia waleta huko. Kila shetani iko na mwenyewe. Every demonic wao wakaka wote unaonanga na wachai unaonanga wagoroki. Wagoroki wote wanakuwa na wenyewe. They are made to be so because they earn a profit. In the spiritual realm, kuna profit they make to the owners. Mugoroki wote. Tuko goreda kwa goroki bia. Ndio gira tuilia mwenyewe no. Wakati Paulo na Sila walikuwa wametoka kule, walifuatwa na kamama kalikuwa kanashinda kakiwafuata. Mpaka huyu Paulo akakasirika, akasema, "You demon, come out!" Now I don't just go. Demon zikatoka. Immediately demons zilitoka. Nini ilifanyika? Walikuja wakakamatwa. Wenye huyo demon, wenye huyo msichana ambao walikuwa wakimtumia kufanya hizo kazi, walikuja wakashika nani? Akapelekwa kwa soko. Maana mademons zina upolitiki kwa soko. Kwa sababu zina control businesses. Sasa akapelekwa kwa soko. Wakatandikwa, magistrate akaitwa, akatoa hukumu, wawekwe korokoro. Bwana Yesu asifiwe sana. So until the time ya kuvuja walipoingia kule korokoroni, they didn't go fighting, they didn't go telling people, "You know what? We serve the mighty God. You know what? We are the servants of the Most High. You cannot touch us." Utakokuwa ukiwa servant wa the Most High. Na the Most High atabaki kuwa the Most High. Tumia akili. Ingia kwa kona moja, endelea kusifu Mungu. Paulo na Sila waliomba, Paulo na Sila waliomba, milango ya gereza ikafunguka. Naona kila agudi, milango ya gereza ikafunguka. Yeah. Lakini usiende kujaribu kufungua mlango ya jela. Utanyorozwa na askari wa jela na huyo Mungu yako. Utapigwa kibao. Hakuna kitu kitafanyika. Na Mungu atabaki kuwa Mungu. Mungu atembeagi na wajinga. Mwambie mwenzako, Mungu si wa wajinga. Muache ujinga. Mwambie uache ujinga. Mwambie tu hivyo. Mwambie uache ujinga wa Ukristo. Ujinga wa kiroho. Jua mawakati, the times and the seasons za kufanya hii maneno. Unajua this is the time. Hatunge move kutoka huko kama season iko imefika hapa. Singe move. Wengine walikuwa nasema wakati imefika sasa tuhame. Sasa wewe nawaambia hata mimi naona time imefika. Na nasema kwenda huko. Kama unataka kwenda si ukwende. Mpaka nisikie time season imefika. Wakati season ilifika, mimi nilijaribu kurudi hiyo hapa City Stadium. Mwezi mzima, simulisoma, duati mulihubiri, duati ameenda.
Si umeona season ya kulala imeikia. So lazima lale. Hata ukimlazimisha. Nilimwacha City Stadium, alikuwa na hubiri huko. Mimi nilikuwa nakaa hapa kila siku because season imeniambia get out of there. Bwana Yesu asifiwe sana. Na lazima tuko hapa. Na lazima tunaenda kukua queen every battle. Everywhere you're going, we are going to succeed. And the power and the authority of God iko juu yenu. You will triumph over snakes and the scorpion, but kini okoja mpaka season ya kukanyaga ifike. Sasa aende ukanyaga nyoka pale uone kama itakuuma. Atuo umeokoka. Itakuuma. Ongoja mpaka hiyo wakati ifike. Na hutaabiwa. Na hakuna mtu atakwambia, utajikuta tu ukende sikanyaga. Down Satan. Nakanyaga tu. Na hata haujui kama ni kukanyaga unakanyaga. Na unasikia unaabiwa ni dunamenya ninyo kwa kinyaga. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. So that is the essence of understanding how to pray. Bwana Yesu. Kuna maombi mengine msianze kuomba maombi ati bigu iteremke. Sasa omba maombi watu wajae hapa kwanza. Na omba maombi watu waokoke. Yesu akujie baraka, ana haraka. Alisema mpaka dunia yote imjue. Na nilienda China nikauliza mchina mmoja kama unajua Yesu, akaniuliza ni nini hiyo. Nikajua na hapo nikasikia China there are 2 billion. Nikajua hapa tuko na kibarua. Nikaenda India, nikasikia nusu ya India hawajui ni nini hiyo. Na mnauana kwa sababu ya washirika 10 hapa. Na wa China hawajajua Yesu, na Yesu hatakuja. Mteliu atachukua atakaa. Amekuja. Nike amekuja. Hapo sisi taka Yesu akujia hapa Kenya. Akutane na kina Manyuro na hao wengine hapa. Na wanaendaka na mabodyguard. Na Yesu unajua atakuwa amekuja hapa na ginyera. Na ile akara na kiguo kajo ile ya Islamu. Unaweza kufikiria hapo asimamishe Manyuro pale, amwambie Manyuro nataka tuongee kidogo. Hao masikari wa Manyuro watamfanyaje? Si watamfinya. Mimi nahurumia huyu jamaa sana. Akuje tu na akuje na purani, kwa sababu mimi naona hapa anaweza tolewa biu. Kama yule mwingine mjamaa amejiita tu Yesu atokolini, wameweka ndani na huyu lili. Na huyu lili. Watokolini waliweka ndani kwa sababu ya kujiita Yesu. Na yeye akiteremka. Avu akute hawa watu warokole mmeokoka mpaka mmefika bigudi. Avu akuje, mimi ndio Yesu wa Nazareti. Unaangalia hivi. Najua ile mnafaka akara inaletaka vumbi mpaka hapa. Unamwangalia kutoka mchini, unamwangalia hivi. Unaona Makenzi. Napia shidwe katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Tuombe sana. Tuombe utukufu wa Mungu utushukie. Ndio macho yetu ya kiroho yafunguke na masikio ya kiroho. Tuweze kusikia na tuweze kuenda kwa nyakati na mida. Tusimame kwa miguu yetu. Yes. Hiyo microphone. Is ni microphone umeshika. Unaenda kuimbia huko. Hata ukiimbia huko inasikia. Hapo. Chukua yako rudi hapo. Tutakase na utembee nasi. Mioyo yetu. Tutakase
Ameenda nyuma ndio kujeni hapa. Labda na nyinyi. Wa majeshi tusikie, wengi nasi hatutaki kutoka hapa, twatwenzi peke yetu, enda nasi. Hatutaki kutoka hapa, hatuwezi peke yetu, enda nasi. Baba wa mbinguni, tunakushukuru, tunasema ni asanti kwa maana umetufikisha katika malengo yako. Asanti kwa mafundisho ambayo umetufundisha kupitia kwa mtumishi wako Karanja na kupitia kwa mtumishi wako huyu. Ninasema ni asante. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Hakuna na Mungu aliye na uwezo kuliko wako. Ndio kwa maana tunakutukuza, tunalihimidi jina lako. Ufalme ni wako Baba, ushindi ni wako. Mamlaka ya mbingu na ya dunia yote ni yako. Baba, tunakuabudu, tunasujudu mbele zako kusema unastahili. Maana wewe ni Jehova El Shaddai. Wewe ni Jehova Nisi, bendera yetu. Una mwongozo mzuri katika maisha yetu. Twakusifu na twakuinua. Ukailiweza kutubariki na hata kubariki taifa yetu. Maana unastahili. Unastahili. In Jesus name. Chukua muda wako mzuri. Take your corner. Don't make a lot of noise. Take your corner na usilale. Ukisikia unaanza kulala unajichuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Take your corner. Take somewhere. Ukitaka kukaa hapo kera, ukitaka kuja mkulala hapa. Hapa mmekubalishwa mpaka hapa. Mpaka yenu iko hapa. Kuja tu lala hapa. Talk to your God. Tell him what you want. Worship him because of this sanctuary. Worship him. Worship too. Just talk to him. Mwambie wewe ni Jehova, ni Adonai. Mwambie you are the King of Kings. You are the King of Glory. Mwambie no other. Wekeni microphone zenu chini. Sasa kazi yenu imeisha ya kuimba. Nenda ukatafute Mungu wako. Mutafute tu. Mtu wa keyboard tengeneza iendelee kwa hiyo sauti kidogo kidogo. Tuendelee tu. You can move around. Unaweza kutoka hata kuteremka mpaka kwa barabara, uende mpaka Maligiti, unaweza kuenda ukikutana na madasi utuletee.